12 Clouds TV. Kwa ajili ya kuzungumza na kuwa na watu wako katika kipindi hiki. Na kuomba Baba ukanitumie tu kama chombo nikaweze kufikisha ujumbe kwa mapenzi yako na jinsi inavyokupendeza. Niongoze nikaweze kunena tu yaliyo yako na nisije nikanene neno ambalo halitokani na wewe. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Somebody say amen. Thank you. You may be seated. I hope we have ushers in the house. Thank you. Okay. Good. I hope we have men in the house. Men in the house. Men in the house. If you're a man, and if you are not bisexual, a man, a real man for that matter, happy International Men's Day. Simuniambie thank you. Ujali kuonaisiwa na sasa nikikusema happy International Men's Day ama ujui ni kinini hiyo? Haujui? Ni balance weka base. Base na high pamoja. Today we have a very important topic, a very crucial topic for me, and a very crucial topic for you, the crashing moment. The crashing, the crashing moment. What is the crashing moment? If I may ask somebody, what is the crashing moment? The crashing moment. Have you ever encountered a crashing moment? Have you ever found yourself in a crashing moment? I need first to understand what is crashing. What is crashing? Huh? Is it clashing or crashing? What is crashing? Yeah, let me take you to those who know the kokoto. Kerasha? Huh? Kerasha? Crashing, when you crash that stone. When you crush that stone and it becomes something different. From that big stone, it is reduced to small particles according to what you want. The crushing moment, when you are crushed, when you are destroyed to nothing. That's I'm talking about the crushing moment, when you are reduced, when you are humbled, when you are in the most difficult situation, when you are fighting a battle that you are losing, yet you are with God. When you are championing for something and you're not getting it, yet you are with God, yet you are a Christian, yet you are somebody holy, you've been fasting, you've been doing things, but nothing is working on your side. Hallelujah. Give me some bass. Today I want to look at some characters in the Bible, as well as also I will be discussing about my personal life, to give it to you so that when you find yourself in such a situation, you can be able to handle and be able to win battles. Today I'm going not to preach but teach and give you a personal experience that can change your life. Because the crashing moment is not meant to destroy you. Hello. It is not supposed to destroy you. It is supposed to make you. And every human being, there is a moment that you will be crushed at some point. When you are moving from one level, getting into the next level of your life, you must go the final bit of life of that level. You will be crushed. So when you enter into a new level, you will find yourself
softened, humbled, or crushed for the fitting of the next level. Praise be the name of God. Therefore, let us look at it from the book of 2 Samuel. From the book of 2 Samuel, chapter number 12, from verse 15 to 23. We're going to read about, must be David, I think so. Must be David, 2 Samuel. Ni Daudi, ndio alikanyagwa. Ni wakati ule alidugana miba. Si ndio? Ni wakati wa kuduga miba. Wakati alikuwa na raha akidugana, sasa maisha yakamgeuka, ikakuwa gumu kwake. Kila wakati unapoenda kufinywa katika ulimwengu wa kiroho, unakuwaka umepitia katika raha fulani. Daudi aliona mwanamke, bibi ya mtu, na akafurahishwa sana na bibi ya mtu, maana huyo bibi ya mtu alikuwa naoga pale chini. Na alikuwa naoga, Daudi akapita kwenye dirisha akachungulia, akaona kimama kinarusha maji hivi kinatetemeka. Kikirusha maji hivi kinatetemeka. Mimi natumia ni moto kila kama gari ni mama, because huyu mama alienda kwa dirisha. Alikuwa naogea karibu na dirisha, na akajua, na alikuwa anajua nyumba pale ni kwa mfalme, na alikuwa anajua dirisha inaweza kufunguliwa anytime. Sasa hapo ndio nakuja kanaangalia, naona si David alikuwa na makosa, ni mama alikuwa na makosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni mama, inasemekana alikuwa ameutengenezeka, alikuwa na huko nyuma vizuri, huko mbele kulikuwa sawa, sura ilikuwa sawa, miguu ni Michelin, kila kitu ilikuwa sawa. Si ni mtu ambaye amekaa kama mluya hivi. Sasa akirusha maji hivi, mwili yote unatetemeka. Sasa naye Daudi ni mulita wake, au umete kwa mulita wodharia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mtu, yani familia akina Daudi wanapenda wanawake, wanaonaga wanawake wanatetemeka. Sasa huyu wanaonaga wanawake kama wamevaa nguo wanatetemeka. Na sasa ukiona mwanamke mwenye hana nguo, utafanya nini? Daudi alikufa. Akairudi huko nyuma, akaenda akauliza askari wake, yule bibi ni ya nani? Aliita mpaka kuadisha, kwa sababu David hawakungojea avae nguo. Sijaona hapa kama alikojea avae nguo. Aliita askari. Kabia askari kuja. Ule mama ni wa nani? Ukichukulia mpaka na askari, mpaka askari akashindwa mkubwa nike wale omuthe kia gothokera. Askari labda alifikiria ni punishment. Mama yule amekuja kuoka kwa compound yangu, ni nani apatiwe punishment? Mwenye hana heshima. Daudi alisema leteni yeye na muite, muniambie bwana ni gani. Akaambiwa bwana ni askari, ni komando, ni wa GSU. Akaambiwa GSU ipelekwe Mogadishu mara moja na iweko front line. Yeye igogwe. Hiyo ni order kwa sababu ya kile kitu ameona. Sasa tunaweza kusema ni David alikuwa na makosa kweli hapo? Hapana. Nyinyi ni moto ikagia magari-ini. Na mukashoka kwa kujigerera kwa tene dereda atumia. Na ni nyumo jikirie magari-ini. Uo kile waikara haha, wakakuka kinyete haha huko, wekelile kachifu umeekelea hapa, alafu na make sure hapa, kwa hapa kunaonekana vizuri. Hapa si uko ndani, hapa kunaonekana vizuri. Alafu tumatiti tunakuja hapa, tunafinywa vizuri, kana tokelezea hapa juu. Hata kama ni pastor unaogeaga na Mungu straight, uone tumatiti tumekuja hapa juu, na kaguo kamepasuliwa kamefika hapa, na kingine kamefika na hapa kote kunaonekana na mtu ako hapa mbele swali. Na mimi ni mwanaume, wacha na pastor, weka pastor kando. Pastor tunaekelewa, mwanaume nilizaliwa nikiwa mwanaume, na nilizaliwa na akili zote za mwanaume na tabia zote za mwanaume. What do you think my reaction will be? Nitasema hallelujah Jesus Christ? No, tuakili tu mwanaume lazima tuingie kwanza, ndio Jesus Christ yakuja namba ngapi? Namba 2. Lakini akili ya mwanaume nikiona hivi, ni akili automatically lazima ikuwe triggered. Na hiyo ndio ile kitu mtu anaitwa Daudi aliona, akakuwa triggered. Alipokuwa triggered, alafu tena inakuwa accompanied, umete mulitoliko, umete kumamuherego. Kwa sababu sisi kwa wanaume wote tumetoka kwa muherega fulani. Kuna wale kwao ni wachawi, automatically anakuwa mchawi. Hata akiomba yake yote ukisikiliza ni ya kiuchawi. Ninafunga, ninaharibu, kata barabosha katacha, ninavunja na kakaka, ninakokoka. Unasikia kwenye kirani kwao, ukifuata guka na shosho ni wachawi. Ukikuja kwa baba ni wachawi, ni wagaga. Ukisikiliza hata mnajua ma intercessors wengi wametoka hiyo lineage ya wagaga na wachawi. Wewe ni intercessor? Hebu fuatilia kwenu kule nyumbani uone kulikuwa na mgaga. Fuatilia. Sio kwa mgaga.
Hata baba yako alikuwa mganga na wewe ni kanisani. Nani mwingine intercessor? Intercessor ni huyu. Ni nani kwenu mganga? Nyanya yako. Sasa mwingine wewe ni intercessor, kunaka kwa intercessor. Na kwenu kuna uganga na uchawi. Thank you. These people, these things they just don't come from anywhere. They have a foundation. Ukijikuta mtu anajiita intercessor, ni mwepesi anaojua kuomba, ni mtu anajua kuingia into the spirit na ana control spirit. Mtu yote mwenye anajua you can control ukiwa huko na ukiwa huko. Bwana Yesu ndio unaona shetani ana akili mingi kutuliko. Maana alikuwa huko pikuni, alikuwa worshiper, anajua kuaccess Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mkiwekwa hapa na shetani, wewe muombaji, wekwe pale uombe Mungu na shetani aombe Mungu, it is most likely shetani atasikilizwa mbele yako, because anajua kuuza baton ya Mungu na anajua Mungu anagusago wapi. Ndio kwa maana alienda kwa Ayubu, kwa Mungu akaambia Mungu, huyu jamaa anakufuata kwa sababu ya ile vitu uko nazo, kwa sababu anajua. Naye Mungu akajua huyu jamaa anaelewa, akamwambia guza anything, lakini usiguse wapi? Maana hapo ndio Mungu anagusiago. Ndio unaona Mungu alikuwa anasema David is a man after my heart. That is why David was always right, because he knew how to touch the heart. It is not how Christian you are, it is not how saved you are, it is how you know to touch the heart of God. If you know how to touch, na ndio unaona watu wa dunia they know how to touch God than sisi. Sisi tunafikiria tukiingia kanisani ni kusema rabasheketerere rabaka, kwa sababu ulikuta intercessor muganga kanisani akisema rabaterere boduyanda, na anaweza kuaccess the spirit whichever side, na inafanya kazi. Tuna intercessor, na ndio naona intercessors wengi, na naomba wa hapa kanisani msikuwa hivyo. Tu intercessor wengi tunakuwa tukode na turoho chafu na tunakuwa na hasira. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukode tuchafu, roho chafu na hasira mingi. Maana wanakuwaga accessed by both sides. Bwana Yesu asifiwe. Ukinunua nguo mzuri kuliko intercessor, na ndiye alikuambia ati ni umenyaga uria tukuhoyagira, ni nduraga kumaga ndiriaga ngikuhoera, na riu ndungenya na ta ndi mundu ndoka gukuhoya magana meri wa nyima ni Ngai Jehova ndirikana mahoya marumaya makwa maria anakuroga. Ati apostle ndiko tuturagia marugo kutoka kuhoera apostle, amekuroga automatically, haitaji kufa, because ako na access ya the spirit. Na mtu mwenye ako na access ya the spirit ni mbaya. Akiwa tuligadi the other side atafanya kazi, akiwa tuligadi the other side atafanya kazi. Na ndio nakataka intercessors wengi 50% of their time or 60% wanafanyia shetani, si Mungu. Maana ni mahasira, maana venye aliomba. Sisi ndio wacha tuombe sasa. Kwa mfano tumeomba hapa, sisi tulikuwa tuliomba ili Kristo ya kanisa, tusimeanza kuona, utakuta sasa wanajigaba na ile tohoya mahoya mara tukoma goko titoko turaraga goko kayo cio ni atuigwete ninu nake pastor apostle ni aratogoithia rure maundu mari kumacio areka apostle ni kwenda kanio, automatically Mungu anasikia. Apostle anaanza kutamuru, ama shetani unafungua mlango ya shetani, shetani anaingia. Na akiingia atanyalira apostle, na ni wewe ulifanya, nyinyi tu mlifanya, because you have the access. You have the access of entering into the spiritual world. Muna code ya both sides. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengine wako na code ya both sides, ni hawa waibi wapale, waibi muibi na 80%, na mniwe sisemi nyinyi, nasema 80%. Kwa hivyo you are amongst the 20%. Waibi, hakuna washerati dunia hii kuliko waibi. Wanatokaga yule praise and worship, unakuta yule mzee anaibisha hapa. Kwanza wasee wanaume waibi, wale wanaobaga wanaibaga bako, nasikia dunia inatetemeka. Tuilete tuone tu worship ni hetokirete. Arekia githauti kiu kaini tukamwira, your voice is so powerful, it touches me. Kana kaini tunika touch. Wanawake wanafuataga waibi. Unaona hii watu wa Kongomani wanakuja kuiba, utakuta wanawake wa prominent people watiraga hali adu ashe ginya mako na basi yao. I used to live in Congo in somebody's house. Alafu Birenge Muzika walikuwa naishi huko. Bibi
sitaki kutaja kwa sababu inaweza kwenda viral. Bibi ya minister nilikuwa najua, na bibi ya pastor mmoja nilikuwa najua, alikuwa nakuja na hawa watu usiku. Sasa nashindwa bibi ya pastor na mtu huyo ni mtumia wa Minsa. Siku hiyo mtu huyo alikuwa kama minister, bibi yake hapa walikufa wote, bwana na bibi walikufa na ukimwi. Kutokana na watu gani hawa milege? Why? Because these watu hata kama niligara wakuje waipe hiyo ya kule Kadabogoman inde moni, utakuta mpaka wewe muokofu unakuta unafanya nini? Because they know how to access the spirit. Worship, it accesses the spirit. Mtu yote mwenye na uwezo wa kuaccess the spirit, they are very dangerous. Ni watu powerful. They can do anything to you. They can turn around your life. They can bring you down. Ndio nanaga mapasta wengi, mtu wako na akili antennas mrefu anakaaga kama kangauru, hakaagi na raha mingi na nyinyi, anakaaga wakati mwingine na kuleta karibu, wakati mwingine anakurusha, kwa sababu anajua whatever you can do. Si unaona nikimaliza kuhubiri sitakaki kuona watu pale, na watu wa kwanza wanakibiaga pale kuniona ni wanawake nikimtoka kuhubiri. It is not that they don't know. They might not know, but inside the spirit inside them inawaambia sasa enda uone apostle Saidi, unaweza kukamata yeye mzuri. Maana wakati nimehubiri nimetoa yangu yote, I've emptied the whole thing. I am hollow, I am empty. That is the time utakamata huyu apostle. Mapasta wengi wanaagukaka kutoka Saturday jioni mpaka Monday, wanakuwa kwa shetani katikati, wataanza kurudi Wednesday ndio wanasudi kwa Mungu wakiwa empty. Sasa hiyo wamekamuliwa. Angalia skado ya pastor yote, it's connected with Monday. Because Saturday alitolewa kila kitu, akatolewa. Sasa ndio hiyo bobo hapa anataka kuniona Saturday jioni. Saturday hiyo ukikuja kwa ofisi yangu tutaweka date ya kesho automatically, because I am empty, I am weak. Because kwanza mapasta wa deliverance umetoa nguvu yako yote, na sasa shetani amekuangalia hivi, anatafuta mahali pa kuliveji, anatuma bobo henda atakuona. Ukikuja hapa bobo akiingia, unaanza upasta, unaanza wanada hujia takihuja kimodo kimakega mano atuhuja mona gweraga atia yibutire mundu ngi hota guko kuhujia ndanyita microphone yugo kainoko haruruka. Sasa hiyo ni shetani anaongea, si apostle. Bwana Yesu ndani I normally tell you, leave me alone. Mkiona nimetoka hapa, wacha kunifuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha ni save me, because that's my vulnerable time. That's my most dangerous time. Save me please. If you want me, tukutane biguni. Usinikute padihira nikichomeka nikikwambia hai, na ukiniambia hai, wewe ukienda biguni, mimi nikienda kuchomeka, na nilikuwa pastor yako, na mimi ndio nikusaidia hiyo passcode ya kwenda biguni. Si saidia hata mimi tuende biguni pamoja. I am still a man. I am not extraordinary. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyonaka aduma githondekera mapasta tuskado ati alikuwa anatokosa mwanamke. Is it illegal kutokosa mwanamke? It is abnormal. Is it abnormal kutokosa mwanamke? It is normal. Bwana Yesu asifiwe sana. Dorcas nikikutokosa, it is normal. I'm a human being. Ni venye niko na kitu imevalishwa inaitwa apostle, lakini I am a human being with all the senses of a human being. Bwana Yesu asifiwe sasa. What controls me? It is the power of the spirit in me that will help me come out from that situation that is not good, from that situation that will not please God, from that situation that is against the teachings. Bwana Yesu asifiwe sana. But previously maybe mwanamke yote atakuwa na alisimama hapa akafanya hivi, ukaona moto ya Mungu ikakuja hivi kaagusha watu yote. Huyo mwanamke ako na body na kila kitu ya binadamu. Mkienda pale utaanza kuona ameanza kuchora chini, niko dieko ulione mami. Bwana Yesu asifiwe sana. There is no strong human being. There is no strong pastor. There is no strong evangelist or prophet. Kama ni Daudi, Mungu anasema this is a man after my heart. A man after. Mungu mwenyewe sasa wewe kuna siku Mungu amekutolea ushuhuda? Hakuna. Hapa none of them Mungu amekutolea ushuhuda. Yule Mungu alimtolea ushuhuda akasema this is a man after my heart. Lakini angalia betuko. Angalia Juda, mtu amebarikiwa, ameambiwa katika mudhirimo yako, maisha yako yote kutakuwa kukitoka mudhegi wa udhamaki. In your lineage there is power, there is kingdom, there is everything. Nini liangusha yeye? Bibi ya watoto yake. The wife to what? The two sons.
alienda kavaa buibui, maana unaweza kuongeleza mwanamke bibi ya watoto yako, mmekana wao kwa bodi moja, au amekupikia amekufanyia kila kitu, alafu ukose kujua sauti na ukose kumjua. Lakini hakujua this is the daughter of the two sons. Kama makalienda kwa kona, ndio nakwambia kwa Waislamu ni wajaja. Akaleta kakakaa kwa kona ya barabara kwenye magomano hivi, kakavudika uso, kakakaa kama ka prostitute. Mzee alipokuja akaona ka prostitute, akaambia ukwenda ate, akamwambia sasa hapa mimi siwezi kubali, labda unilipe. Mzee akasema niko na ya kukulipa lakini iko nyumbani. Akamwambia sasa fanya hivi, ni nini utaniachia uende, tutamalizana lakini uende, lakini lete kitu. Mzee akatoa pete akapatia kamama. Mzee akachukua mudhegi yake akapatia kamama. Pete ni nini? Pete ni maagano ya Mungu. Ikatolewa. Ilipotolewa akaitishwa mudhegi yao dhamaki, akaitishwa ikawekwa kando, wakaikia ndani ya maigo ya, maana kule hakukuwa na lodging. Pagedito maigo ya ile. Mudhuri mugima, mudhuri oheto dhamaki na thakame yo dhamaki. Sasa niambie wale wengine ni nani? Hawana mrembo kama huyu, hawana kitu kama hii Rebeka hivi, ni waje. Saa hiyo umekuja wakati nimetoka hapa, when I am weak, lazima nitaaguka. Hata sasa ukiandika hiyo, mkiandika hiyo tu record, mna recordigi mtakuta nishafanya na nilifanya because I was vulnerable. Praise be the name of God. And these are the weaknesses and the things that put you into your crashing moment, because zitakulink directly to where you are dehumanized, you are brought down, you are destroyed, you are put in a structure that you cannot be able to come out. Now is the kuwaka kamuteko. Just imagine siku hiyo walienda kwa Tomaigoya. Kumbuka the two sons walilala na huyu mwanamke, they did produce. One akakufa, wa kwanza, wa pili akarudi akakufa, maana na yeye alisema haweki bego huko ndani, ataweka kado, akakufa. Lakini huyu mzee alinidi 2 seconds ya Maigoya ine akatoa mapacha. So you can imagine the timing, the system ya kwa shetani. They know how to plan. Na elimu yote ilikuwa ku destroy this kingdom that was prophesied by Jacob to Judah. So when God has given you an anointing, they will plan to bring down that anointing. They started planning to bring down the anointing when you are born. That is why God consecrated you. That is why God anointed you. That is why God set you apart. That is why God decided to guard the seed, kulinda hii bego isije ikapotea. Maana wakati wanajua kutoka kule, they know the principles and the order of heaven. It is known to both sides. They know who you are. Ukiteremuka hapa duniani, baba yako na mama yako wakienda kulala pamoja, Mungu na kwa shetani wanajua kuna bego inakuja, na hii bego ni ya Mungu, na hii bego inakuja kutatiza dunia. And that is why kina Farao na kina nani walisema every young boy to be killed. Why? Because they knew amongst the men that have been born, a king has been born. And therefore they wanted to eliminate anybody because they did know exactly it's who. That is why God will consecrate you. That is why God will cover you. That is why God will put you aside, akuweke kando na wale wengine, kwa sababu wewe si mtu wa kawaida. Na kama wewe si mtu wa kawaida, they will want to destroy you, because they know, once they know who you are, they will work everything possible to kill you. Bwana Yesu asifiwe sana. Now you can imagine, hebu piga hiyo hesabu, wachana story mingine mingi, atilete ile kitu uko nayo. Mimi sina, labda nikienda utaleta oneka. Mama akasema mimi ni prostitute, lazima unilipe. Wakati akachukua, why did the woman target nini? Pete. Targeted the pete. Na kataketi nini? Fibo hii, wakati Jacobo alikuwa na bless watoto wake, alipatia Judah mudhegi, akamwambia huyo ni kwa mudhegi wa dhamaki, akampatia. Mama wakati wa kuolewa huko, the Canaanite woman, wakati wa kuolewa huko, alikuwa purposely brought in that family because of that scepter. Nyodo wa mudhegi usio. Dato metoka ukege. Akakuja kaolewa na kijana wa kwanza. Alipoolewa na kijana wa kwanza, mysteriously the boy died, because the target was not the boy, the muse. Zakedi boni akaambiwa sasa chukua mama uzalie brother yako, because the order ya kule bikuni inasema mtoto lazima mudhamaki, the lineage ya udhamaki lazima itoke kwa nani? Kwa hii familia ya Judah. Lazima Judah ndiye atalete matunda, ndiye atalete vitu ambavyo vitatusaidia. Sasa wakatarget Judah. Wakati alienda kuchukua mtoto wa pili kwenda kuzaa nini, akabio the second son, kuwa moidetu yo oshiarire muruwanyo kwa siana. Akaenda kijana akasema mimi nizalie my brother, nizae watoto waitwa my brother. No way. Akamwaga chini.
watu wa masturbation, Mungu akateremka akagoga jamaa akakufa. Ukifanya masturbation yani utakufa. Sisemi unafanyaga, lakini utafanya nini? Utakufa. Ndio naonaga mtu yote anafanyaga masturbation, ukichunguza sana inafanyikaga at a very critical moment when you have an appointment ya destiny yako. Utajikuta unafanya masturbation ama unalala na mtu kwa ndoto. Na ukilala na mtu kwa ndoto umefanya masturbation, ukienda ile opportunity inaanguka, because it has a connection with the destiny. Anything, huyu jamaa alikuwa azae mtoto ule agezaliwa na huyu second born angekuwa king. Yule mtoto agezaliwa na first born angekuwa king. But they made sure they have altered the process of God. They have brought the spirit, inaitangwa the spiritual sin into the family, so that they destroy the family. Every time they want to destroy your destiny, they put in a spiritual sin. It is not sin ya kawaida, but a spiritual sin. A spiritual sin has a punishment of 10 generation, not 5 generation. Hii normal sins tunaidaga to the 5th, to the 4th and 5th generation, ndio hiyo kitu itaisha. Lakini when it is a spiritual sin, inaidaga 10 generation, the suffering of the family. So wakati mzee alikuja, alikuta kupe the spirit wameorganize tupo ya mama imewekwa bego ready for fertilization. Na kamsee nako kakawekwa joto, kakaanza kusuguka. Who told him to go that direction? Bona hiyo, who chose him the direction? Hiyo. Akaenda mzee kwa maana bibi alikuwa amekufa. Akatoka tu akaenda ndiko shera guo kuhoreria meciria. Niko aririkana gikuo kia mutumia, ndaririkana mutumia ura ndiramwendete ati ni uyu komete haha. Hote baba Jehova. Kanira kedu nyire mutumia nori unagwo mwele ugakorwo nuraigwo rugari kaigwo rugari na kugatumia gagathi gaga positional at the magamano ya jia kana positioniwa kwa see now the concept. Mzee amepata joto na kamama kameambiwa kwenda magamano ya jia, kalipokubali kwenda kwa magamano ya jia, matube ikakuwa facilitated kuwa ready. The sin is about to come. Mzee akaenda huko. Kufika huko mzee akili alikuwa anatuliza mawazo ya kusuguka tu, kusuguka venye na kusugukaga kifo imekugoga kifo hakina huruma. Sasa unaenda kiiba hivyo hakina huruma. Bibi alienda sasa goitura atia rugogia atia gucaria mutumia ongede muthuri riu kuguthia atia nune nguona mundu uthiete ugakora kamama o hakinya kamama ri unasikia joto ya mwili ya mwanaume, naanza kusikia kutaka. Unaona unafikiri akili shetani anakuambia ule nemo maraya wako lehia ndio mwiti ndio kukunegera. Kufika huko mama anamwambia ndio mimi ni maraya na mimi nalipishaga, lete nikupatie. Mzee anasema sina, nitatumana. Mzee anaambia basi lete pete. Kalikuwa na target ya pete, maana pete ni ile maagano ya Jacob na Juda, ati wewe ni king, utazaa wafalme. Hiyo pete ni maagano. Akamwambia lete fibo. Hii ni ile fibo ilikuwa imebeba utawala. Lete, maana they wanted to kill. The initial plan of this woman getting married into this family ni kukuja kumaliza the prophetic word that was prophesied by the father. There are things that will come into you. There are people that will come into your life just mainly to come wakuja tu kuharibu the lineage, the system of God in you. Only that akimalizana na wewe, mkienda kitada, muimalizana na yeye, huyo mtu hautamuona tena, hautamjua tena, amepotea, anaondolewa, maana the mission has been accomplished. And that is where most of us tumeagukia. Mama kama mimi nimeaguka sana kwa hiyo mitiani. Mimi si mtu mzuri vile, hata naogopa saa hii siwezi taka Yesu akuje, siwezi digeda kana ihenya todo digikoro difukuine ni mandige koro difukuine aikoro ko ndike ona ko gya kwa ri 10% ri urajira na hugu na kirede kana na 100% ri 10% wenda kuja difukuine ri wana ni marahota kujeshia ni moyo kana deku nikiona kakihera kaiki ukiona nimesimama hapa, ile kitu tulifanya na huyu mama, nasema mama, namwambia mama simama, acha wakati wa kutubu ni sasa, tulilala na wewe, acha tuambie hawa watu tulilala na wewe. Mama anaweza kubali, mama anasema kai unasema sahi hapana netigitidirasharia ndani anaisi halato heti. Nakumbuka tu nilikupuka na nilijua nilikosea mahali fulani na nikalipendi. Mungu amenipatia spirit ya kujua makosa hilo lifanya.
Na Mungu akikupatia hiyo discerning spirit ya kujua ulifanya makosa, repent immediately. But that is a very powerful system of God in you, to be able to know you did a mistake and to be able to know to repent, to humble down. Then God uses you anaenda. Hiyo ndio ilifanya Daudi, Mungu aite Daudi a man after my heart, because this man knew how to go back to God. This man knew how to go and repent. Akanalilia Mungu, anaita Mungu, anapiga kenobi mpaka Mungu anashuka personally. Lakini kiuma dharia kiuma haria ona getiregere thamba no kiranuka. No gigeta Ngai nginya Ngai akaga kuigwa munungo cio agoka tondu ni oikuhera. Ngai ni endete mundu wa kuhera. Bwana Yesu asifiwe sana. For you to win this battle, for you to go far, learn to be humble and to repent your sin. Because God loves those people who repent. God loves those people who come, because every single moment you sin. Nobody is not a sinner here. Msinionage mimi kama mimi ndio sinner. Naiwa madam, I'm not the only sinner, you're also a sinner. Si umedanganya mtu hapa ukisikia na simu pale, mwambie niko hapa, niko karibu kukuja. Si umedanganyana? Alafu mimi nimeenda na mwanamke, mimi ndio dhambi. Hakuna dhambi na kadhabi. Dhambi ni dhambi. Learn how to repent. The secret of winning the heart of God is repentance. Not being a Christian, not being a pagan, but repenting. If you learn to repent, God will be with you. Not that you know how to sing. No. Kama unajua kusing, sing worshiping songs of repentance. Na una repent and you confess what you did. That is why mimi sikuagi na aibu nikirepent. Nikiagwele mother, siku ile nitakuja nikupeleke tuende tukakunywe chai. Lazima nitakuja kusema hapa tulikunywa na wewe chai. Lazima nitasema. Kwa nini dakwa dekire kama message na kai mojo gebutumira kai mojo, lazima nitasema mbele ya watu na mbele ya Mungu. Dogejo hani. I want to go to heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ukiona nimeanza kukutokosa, which is normal with me, lazima nitakutokosa. Ujue nitakuja kukusema. Lazima nitakusema na nitasema venye tulifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Niye ndire mehia kwa Ngai, rocine njokire kuhera na kiote nikabia Mungu fulani, nilifugia mtu jicho. Nikipita mahali nikiendesha gari niliona mama anatembea hivi nikamwangalia. Hiyo pia ni makosa. Hiyo pia ni sin, hata kuangalia ni sin. Unajua hata ya matiki yake wako ni kuihitia. Hata kuangalia kuchungulia kitu hivi ni sin. Mimi nitakuja hapa niseme nimeangalia kimama ni kinini, akikrozi hapa nilikuwa naendesha gari karibu nikoke gari nyingine. Hiyo ni sin, lazima nikuje nifanya nini? Ni confess. Learn to confess your sins. The moment you confess your sin, you weaken the power of the devil over your life. The systems of God will work, because you are creating a free space for God to live. You are creating a free space for God to have his influence over you. And that is how you become powerful. You can never become powerful if you have secrets. And secrets are kept where? In your heart. And if your heart is kept secrets of the devil, then God is not inside you. But if you remove the demonic secrets and put God there, you will always be strong. That is why David was a man after God's heart. That is why Moses, when he repented, he went back to God and God reinstated him. That is why Abraham, when he repented, God reinstated. When he found I've made a mistake, he was told, don't walk and don't go with anybody from your family. Usiende na mtu wa familia hata mmoja kule naenda kukubariki. Akadecide akaona, this is the son of my brother. Diketika kana kamuru wa maito. Lekatodie nako. Kumbe hako kalifanyika disaster, kakafanyika shida, kafanyika matatizo. Ile matatizo yote Abraham alikutana nayo kwa sababu haka katoto. Abako the boy was not part of the kingdom Abraham was being given. Because Abraham came from the father who was an idol worshipper, a father who was a demonic person, a father who was doing bad things. But now what did God do? He told this man, do not go with anyone from your family, because they are part of the altar I want to destroy. But Abraham ignored the advice of God. He went with this boy. He walked with this boy. Kwa hasa safari tu hivi, akakutana na Wafilisti. Akapatia na bibi yake, maana aliona watamuua. The problem of carrying a baggage. This is the problem of going with a person rejected by God. Akaenda akapatia na bibi. Imagine mume wako, imagine mudhuri wako akekoneana. Na akagawa ye sister. Yanda nakonena kwa brother make. Akonena kwa liadu atoi. Mudhamaki kwaja. Bakaenda huko, baka Mungu akahurumia nani? Abraham, because Mungu alikuwa anajua, I have a plan with this man. I cannot allow this man to go down. Then God make sure mudhamaki wakachukua, kaona kasichana kalikuwa karebo sana.
Muthamaki akaangalia hivi akauliza, kai no maturaga andu ta aya, akampeleka kwa bedroom. Alipompeleka kwa the bedroom, Mungu akatetea Abraham. What is this good that you have done that God can protect you? Can you? Niki wikite kiega kigituma Ngai aharuke. When your heart is clean, God will defend you. Even if they rise against you, even if they want to destroy you, even if they plan anything against you, God will still fight you. He doesn't look at most of your weaknesses. He looks at what you are capable. Niki wigite ngoro-ini. Nikionaga marakara makwa Dorcas. Diana tawe. When we are marakara ndiko ithano ithathatu na kaa unatembea mpaka mwezi mzima kama umekasirishwa. Mimi tukikosana na wewe hapa, by the time ufike kwa ile mlango unikute hapo chini kuuliza Dorcas, twende tukakule kachai hapa. Unajiuliza, huyu ni yule amenihada mbele ya watu, huyu ni yule amesema maneno yote kunihusu, ati twende tukakunywa naye chai hiki hata nie dikevie wewe. Mimi ni sina store ya kuweka nini makasiriko, sina store. Hapa ni Mungu anakaaga. Mimi naweka makasiriko kwa mahori. Nikikohoa inatoka yote, inatoka inaanguka. Weka makasiriko yako yote kwa mahori. Usiweke kwa goro. Goro iachie nani? Mungu. Makasiriko achie nani? Goro mahori. Ndio ukikohoa inatoka inaenda. Ingine inapata nafasi ingine ya kukuja makasiriko, maana lazima utakasirika. Leo utakasirika, kesho utakasirika, kesho kuto utakutana na mtu atakwambia hivi, utaendelea hivyo. Wewe siweke makasiriko kwa goro. Goro ni ya nani? Ya Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how you can only be able to win battles. That is how you can only be successful in every move that God has given you. So when this woman alikuwa amekaa hapo, alijua roho ya shetani, akaruka baada ya kuua the first son, akaua the second son. What was the motive? To stop the prophetic word over this family. Because the prophetic word over this family, mutakuja kutoa. Hii ni lineage ya kutoa udhamaki, kutoa udhamaki, kutoa udhamaki, kutoa udhamaki. Wadhamaki wote watapitia hapa. Lakini they made sure they have sent their agent. There are people who will be sent into your ministry. There are people who will be sent into your family. There is this man who will come and marry you. There is this woman that will come into your life at ni mama. Kumbe ni agent wa shetani kuua maoni yako. Seek God before you do any action. Before you do anything, seek God. And know that you need a greater God. And you can never have a greater God in you if your heart is full of charcoal. If your heart is full of mucus. If your heart is full of whatever that is. If your heart is a sewage, then you will never know when the devil is striking. Just set yourself free. Set your heart free so that you can be renewed every single moment. If your heart is free, the renewance of God is always there, is always coming. Every time you are living, every time you are walking, every time you are doing business, God will renew your heart. Anaingia kwako kila wakati na anakuprotect na anakupigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika hiyo wakati majaribu inakuja, unakuta watakuinukia na watapanga kukumaliza, lakini Mungu anakutetea. Maana nini? Roho iko safi. Mungu atakupigania. Ndio unaonaga mimi hata nikiwekelewa maskado. Unajua mimi nilianza kuwekelewa skado nikiwa kwa tumbo ya mama yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naonaga watu wengine wakitengeneza skado hapa na shaka. Kaishi kale ilimosi ya muda ya boliko. I wish they knew. Mimi wakati nilizaliwa baba yangu alikuwa ameruka miba. Yalikusaidia na nini? Sasa naona mtu huyu hatusikilizi. Anasikiliza mafuta hayo. Maana anataka kwenda kujibodoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilianza skado. Sikilizeni mzuri sana hapa leo. Mimi nilianza na skado nikiwa kwa tumbo ya nani? Ya mama yangu, kwa sababu baba aliruka miba ya mama yangu. Akasema sisi kukua wakati hiyo miba ilikuja. Sasa wakati wacha sasa the worst thing that happened. Wakati nilizaliwa pale Kaplong Hospital. Ukienda kutafuta rekodi yangu utapata huko. Nilizaliwa, nilikuja na miguu. Namba 2 nilikuja nikiwa na kachaini kalikuwa hapa kwa shingo yangu. Namba 3 nilikuwa na bego 5 padi na bego 5 padi nimeshika hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. To make the matter worse, to crown it all, nilikuwa mweusi nilikuwa kama nyani. Alafu kwenye hii hapa keni yangu ndani kulikuwa na meno ngapi? 2. Sasa mzee babangu alipokuja kuona mtoto, alikuja akasema Jerry, geke. Akaondoka pole. Baba yangu alipotea, akaenda kwa bibi huyo mwingine wake. Na akaenda kabia bibi huyo mwingine wake. Watola ujiraga. Jerry ni mumaraya. Kanyamukaria ciara. Kai amwaneka muthenya rifarigisi.
baba akafanya nini? Manasi dadi wa hospitali, wengi ni Waluya na Wakalejini. Kwao kuona kitu kama hiyo, it is what? It is, yeah? Si tabu, hiyo ingine jina ingine. Si hiyo jina ingine. Ile jina simple tunatumiaga. It is, yeah? Wale wasugu tumesoma haraka. Heka nitoto huthagira kana ihenya. Ukishira kindu gitagite kireka thini wa society kihuna uguo. You don't want to be associated with it, whatever mumeshika. Sasa manasi walipokuja wakaangalia, wakakibia kwa daktari mkubwa, akasema yule mama amezaa nyani. Kwa hivyo huyo mama alikuwa analala na nini? Na nyani, ama amerogwa. Kwa hivyo hiyo kitu kimezaliwa, either ni kurogwa amerogwa ama ni nyani ilimduga miba. Wote manasi wakaondoka. Yule alikuja ni father ambaye ni daktari, alikuwa anaitwa Hezekia Ogunyo. Akakuja akaangalia mama, akakuja akaangalia mama yangu, akaniangalia ni venye naambiwa kwa. Sasa akasema huyu, akanichukua akanipeleka akanipagusa vizuri, akaona niko na chain, akasema hii Kikwetu, huyu ni king. Kikwetu hii ni nani? Ni king. Kwa hivyo anafaa kuwa protected. Akaangalia mkono, akaona kuna vitu kwa mkono, akasema huyu Kikwetu, this is a prophet of God. So this is a king and also has the prophetic power in him. Na akaambia mama yangu, ulinde huyu mtoto, hata pendwa na watu, ulinde huyu mtoto vizuri kabisa. Ndio na hadi kifo ya mama yangu. Mama alikuwa anakuja hapa, alikuwa anabeba waru kutoka Moro, waru nikiwa hivi mzima, akaingira gari akakuwa waru ile feremo alehera mwana. Kama mimi alehera, na alikuwa ananipigia kila siku simu, ni Moreire kereu tanegera mutumia ucio wa wira neki urugaire mwana. Nikamwambia mama, mimi nimeseeka. Acha akaniambia mimi niko na kazi nilipatiwa na Mungu kukuhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. So kurejectiwa na kupigwa, nilianza kupigwa na baba yangu nikiwa kwa tumbo. Baba yangu alisema mimi hiyo miba sio yangu. Kwa hivyo any single time ukiona nikiinukiwa na shida kwa haya kali yake guate. These are very stupid people, they don't understand who I am. I was born to live in such situations. If there is no warfare in my life, nagoja kaga. Ukitaka kujua nimekaa kwa ofisi unikuta nimefanya hivi, hakuna warfare, hakuna mtu ananipiga. Na shaka kaleke jekire kaitarahuru kakatrakinyire hado turaiguithania na ngoma riu ngoma darajuria ciuria, because I know those who fight me are from the devil. I know those who fight me, they want to stop the calling. Ile Hezekia Ogunyo alisema at this is a king and this is a prophet, and akanipatia jina, akaambia mama yangu jina ile utapatia huyu mtoto ni Hezekia. Ndiye alikuwa na hizo vitu mbili, alikuwa anaitwa Hezekia the king and Hezekia what? The prophet. Na kutoka siku hiyo nikatoka hospitalini, kwenda hospitalini nikaenda nikapatiano wenye akakuja baba yangu ni ya BBB, akakuta mama yangu alipofika alikuwa anataka kwenda choo, akapatia one of the step sisters ama step daughter yake, akampatia mtoto amshikie. Aliniagusha kwa maziwa moto, nikachomeka. Hii pati yangu yote, hii si pati yangu, hii ni nyama ya mama yangu, alikatwa hapa ikawekwa hapa. Na alikuwa anataka nichomeke niende, bado nilisurvive. Ate mudi urafa akaja mka message ati nikola da code janako. Mimi nilichomwa, nikachomeka, mama akakatwa nyama hapa. Unataka nionyeshe? Thank you. Kumbe Bwana Yesu asifiwe sana. And this is the mark of a king, the mark of a victory, the mark of God in your life. There is always be a mark. They will fight you, and if you find they are not fighting you, kuna makosa umefanyia Mungu. Mimi msiponipiga kanisa hii, kwanza leaders wa kanisa wakose kukupiga kama kanisa hii, uende ulize Mungu ni wapi nilikukosea, kwa sababu you are in bed with the devil. Lakini sikia cha Redi amenigoka, Shamani amenigoka, pastors wamenigoka. Kuna pastor mmoja hapa juzi hapo nilijua sasa nimerudi kwa Mungu vizuri. Kuna wakati tulikuwa vizuri, tulikuwa tunakula, tunaweka pale kamesa, tunaweka machakula, tunakula, tunasikia vizuri, wakaanza kunisifu, hey man of God, God has blessed you, hey man of God. Nikaanza kusikia man of God, kama man of God. Niliposikia man of God imeongezeka sana, nilianza kustuka. Nikisikia man of God imeongezeka, man of God, you are highly used, you are highly what, you are highly what, ujue sasa ni shetani anakusifu, umeondolewa kwa kitabu ya Mungu. Nilianza kustuka. Baka wakati pastor mmoja ambaye nilikuwa na trust sana hii kanisa sana,
mpaka karibu akuwe mama kanisa. Akaniambia pale kwa ofisi, akaniambia me I can't share your messages. Nikamuuliza kwa nini? Unaongeaga mambo ilikuwa na tabia baya. Ndio mimi siwezi kushare your messages. Na huyo mama ndio alikuwa anataka sasa akuwe mama kanisa. Mutirake menya ndile modo. Ndio alikuwa anataka kukua nini? Mama kanisa. Akaniambia siwezi kushare messages zako. I cannot share with the people your messages. Hata siwezi taka wajue ninakujaga kanisa hapa. Nikajua yes, I'm back to God. When you are attacked by your own closest, that is the time you are with God. When you have no attack, you cannot have a relationship with God. You don't have. Already you are in bed with the devil. The most people ambao wanafaa kukushambulia ni mke wako kwa nyumba, bwana yako kwa nyumba, wafanyikazi, leadership ambao kama wewe ni kiongozi, hautapigwa na watu members wa huko chini, unapigwa na watu wale umesema ndio huyu ndio chairlady, huyu ndio chairman, huyu ndio treasurer, huyu ndio nani. Wasipokupiga hao ama tu pastor tule tunakujaga hapa tumevaa viatu tumekaa hivi, zingine zimekaa hivi na tusuti tumekaa hivi, anakaga ni kama dunia inaboteka tukiona kikanyaga hivi anakanyaga ni kama anaishi kwa dunia yake. Sasa those are the demons that are sent to come and fight you, and if you lack such a demon, you are not with God. Bwana Yesu asifiwe sana. If you lack such a demon, you are not with God. Alafu ukose wa mama hawa wa kutuma kaimojo kwa simu yako, I love you, today you are dressed, wekeleta hiyo shati yako, why can I fight? If they are not doing that to you, wewe hakuna mahali umeenda, ulichukuliwa na shetani kitapo, you are not in the position of power, you are being used somewhere else. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikosa kaimojo, ukikosa mwanaume, ndio kwa tako ni arume, ndio kwa tako kama ushokode bobo no ushokota ko ni arume na uko farafara ona abata kirimo hereme abata kirima ohereme abata kirima ninda kwira we kwa ngoma gatagati muri agasapa na ngoma mukaria breakfast na ngoma nduri kwa ngai ngoma ta gushokota ngoma akonda kuhura nduri kwa ngai muturaga nake bedroom Vie kirima uria ngai ndahetirie ha ni gukuhithia tondu noko rehia riokire rehirite muno rehirite utari wamenya ni rehia. Bwana Yesu asifiwe sana. If you cannot be crushed, if you cannot be brought down, you are not with God, you are dining with the devil. You need to understand the process of God. When you are with God, your greatest enemy is the devil. When you are with God, the devil must fight you. When you are with God, the devil must try to bring you down. If you have a destiny, they will try to bring the destiny down. They will fight through your line of destiny. They will fight through the line that is confined towards your success. If they are not hurting your success. Juzi tu nimefungua kanisa hapa Thika. Na ka message kingine kalikuwa kana security na the leaders. Haikuwa security na watu hawa wengine, watu nilifikiria ni leaders. Ati nimeenda kutokosa kamsichana kingine na huko Moro, nilikuwa nataka kulala nako. Sasa kalisema wali record ka message. Sijui kama mmekaona ka message. Kama hujatumiwa look for any leader hawa. Akina nani? Grace na akina yule na akina huyu ulisa hako ka message akina huyu ulisa hako ka message ukasikilize kama achana nilikuwa nikapeleka wakati tulizika mama yangu nilikapeleka rojini nikakabebeleza kakata kasema hapana kaistaka kulala na mimi. Ati sasa hiyo ndio walikuwa natumia sasa kumaliza kanisa, ati kumaliza kanisa ya Thika, ati yule pastor nimepeleka Thika ndio aliorganize hiyo maneno yo, kwa hivyo huyo pastor hafai kwenda Thika. So unajua huyo pastor ako na destiny automatically. Ukiona anapigana na huyo pastor ako na destiny, kuna kitu iko ndani yake ndio inapigana na yeye, sio hiyo, kwa sababu wangeni attack wanatumia mimi kuattack yule pastor because there is a link between me and the pastor, so they want to kill him asiende Thika. Huyo saisi no it didn't work, it died. It didn't work. Bwana Yesu, because I don't choose, God chooses. I cannot hata hiyo kanisa nimejeka kupitia pesa yako. Wachache sana mlinisaidia kujenga. Nimetumia, I have spent 5 million to build that church. Siende kufukua tiaku. Hapana, surieda. Umeona kanisa kama hiyo ya kioo tupu? Hiyo kioo ya hiyo kioo milimita ile mnono ile ya bagi ndio tulijeka nayo. Wewe ukipiga risasi huwezi ikia. Nikatafuta mtu from nowhere, nikamwambia enda hiyo kanisa. Mungu ameniambia enda hiyo kanisa. Sasa mapasta wa hapa na leaders wa hapa wanauliza, kwani hapa hakuna pastor akipelekwa huko? Kwani kanisa ni yangu?
Kanisa ni ya Mungu. If you learn to hear from God, you don't do your things, you do the things of God, because there is a reason. God ameniambia jenga, alafu naenda Moro tafuta mtu weka hapa. Sasa nyinyi mtaendelea kumesa ikidi hapa. Mtanyogwa na mawaru, kewaru, kitawanyonga, na huko kanisa inafanya nini? Itaendelea. Hajatoka kuhubiri ije, kuhubiria watu. Kanisa iko na watu 35 na hajatoka, ni mtu tu anakuja anasema Mungu amenituma. Mtu anaingia Mungu amenituma. Mtu anaingia Mungu amenituma. Watu wote wale wako huko ni Mungu amenituma. Mimi nilikuwa naona kitu kikijengwa hapa sikujua. Hatujaweka jina ya kanisa, hatujaweka nini, lakini ako na watu 35 ndani anahubiria Sunday. Hana speaker, hana microphone, hana keyboard, ametushida hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. That is now how you know that is a destiny man. Ako na Mungu, na Mungu ndiye anamuongoza. Unamuita kutoka Geshagi, aratumaga waru akariho shiringi na gutuma waru neti ya waru. Ndiramwiroka, ndiramutwara kwa kanyumba, ndiramwirekera gakuo kario kona kega haha. Turathi kira gakuo kanyita karatu gakwa, ngari imwe yakwa ndiramwirake twarithia. Dio kahuje. Dio kahuje. Tikwakwa, tia huje arehage mbeca guku. Acha. Tia huje akanagere tole yakwa kuria acha. Mungu aliniambia patia gari, patia pesa, nikaenda kwa account, nikakata account, nikamwambia ndio hii fanya kazi ya Mungu. Mke ako nyumbani akaniambia nataka kuleta mke, nikamchukua lori, weka yeye hapa, lete hapa, kaa hapo. Na nikaondokea. Sasa tunaenda kumrojea. Sasa vita ilikuwa hiyo kakitu yote. Visa ilikuwa wapi? Maina arudi Moro. Maana ni mtu wa Geshagi, watu wa town. Waende Thika. Sasa tunavuga, nimeanza kujenga ingine utawala. Sasa Mungu akiniambia mtu mwingine niambie enda Mombasa. Mombasa kuna pastor wangu, kuna mtumishi wangu. Nitaenda Mombasa nilete huko watu wa Nairobi waki. I won't mind the crashing. I won't mind the fighting. I won't mind them fighting me. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu hawa mlikuwa hapa, watu wa Nairobi mnyinyi mko hapa. Nisiwahi kutana na nyinyi Thika. Musikanyage, ni laana. Utakayekanyagisha huko mguu yako, utapata nafuta ni mouth disease. Kanyagisha. Kama hauna ruhusa ya kanyagisha. Todo mwaleta kutwara aflatoxin mtoe hapa. Mupeleke huko, mwende mkamalize huyo. Huyo hamutamaliza. Mimi niko na stamina, ule hana stamina. Nyinyi mutigerete mukaremo. Mugira mukadegare. Kiagwire mukubodo wakai. Mugaga magana uginya ha. Wanita. Na mundu ucio mwacemane, mundu wa Ngai. Ngai akorathime. Ira ni ratoheire kigoma. Kigo kiu kirajakire. Ni ndiracokete thi. Rio ragujiri ugo ndironaga power, ndironaga mwaki ugiakana. Roho mutheru araharuruka. Ndiraigwa Ngai anjira, this is the moment, this is my man. Nareke umhau mathihara gakona ke haria. Gaka kanitha kahemieri ere. Iguku ndukuona mundu. If you don't have those people in your church, those are the ingredients. Isho ni roiko. Roiko na ke na kashube na kekege na kachubari. Gagutuma wikare wega. Waga bara muturire-ini waku, you are lost. Dio sharie bara. Ungiaga bara dio sharie bara. Nini njogothaga aya mari muhote kwaria. Ninyita gitumia ta giki. Gakinyita tukathii guhario. Nigetha mahinguke kanwa maje kunumia. Nigetha guhaguhereria Ngai. The more they fight you, the more you go closer to God. Bwana Yesu asifiwe sana. The more they blame on you, because you don't rush to them, you don't go to complain about them, you go to God. Kumulia Ngai, are you in this? Ya kwera nini ndira kubuda. Niki jekete nigetha uhuji uria ndirenda. Hallelujah. Tene ndirahunjagia na marakara. Mutiko sema na kihunjia na marakara. Wali nimtengeneza. Nimekuwa mzuri sasa. Kwa sababu walikuja kwanza, they plant a seed in you so that they can come with another version. If seed ile haikuagia hapa kama sasa hiyo ka message kalitengenezwa na seed. Hiyo seed ilipandwa kama mwaka mzima imepita. Unakuaga nao hapa. Ni mtu unasikia ni treasurer, ni pastor, ni nani, ni secretary, ni first lady, hata kwa tesho. Ni chairlady, ni chairman, ni wao wanasikiaga wakubwa kanisa. Sasa wanapanda hiyo seed ya kupata uchukizo. Ndio in your chukizo ufanye blada.
ndio ukasirishe Mungu yako. The main objective ni guokaheteria Ngai nigetha mukorano na Ngai. That is the reason why they want to crush you. That's the reason they want to bring you down. That's the reason they want to destroy you, because they want you ukosane na Mungu yako, because they know how God is using you and how God is about to use you and where God is about to take you. If they really know what you are going to become, they will always fight you. Siku moja wakati nilikuwa nimepigwa marisasi hapo Road A, Industrial Enterprise Road, nilikuwa nimepigwa marisasi the same place mahali niliwekwa nyama ya mama yangu. Ikapita hapa, haikurarua, haikutoboa mara, ilipita ikakuja ikatokea padi hii. Risasi 3 zilipita hapa zikienda padi hapa, kienda padi. Ikataka hiyo mstuko na kumwaga damu, nilikufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokufa wakaniwacha hapo, askari wa buti, nilipigwa na fly squad. Askari wa buti ni hawa uniform tulikuwa tunaita askari wa buti. Wakakuja ndio wanaokotaka maiti. Fly squad ikipiga risasi, maiti inachukuliwa na askari wa uniform. Kila driver kikikuja nikawekwa ndani ya driver, maiti nilishukwa hivi. Hata mahali niliumia sana ni hiyo kurushwa kwa nini, kwa sababu alikuwa anarusha maiti. Hiyo ndio nilisikia uchungu, lakini risasi sikusikia. Unajua risasi haikuwa na uchungu. Risasi haina uchungu hata kidogo. Hata huwezi jua ile kitu. Unaweza ukisikia mgurumo ya risasi ujue hujakufa. Ukisikia risasi toa ujue utakuja kufa, lakini hautajua umekufa. Risasi ikikupiga na ikukamata mzuri, mtu ajuagi, hasikiagi sauti na hajuagi amepigwa na risasi. Mtu ni kulala na haraka, anakutana na Mungu kule biguni, anauliza Mungu doka ati yako. Mungu ndiye anakuambia niko godhwaligu. Umegongwa na nini? Na polisi amekugonga. Lakini ukisikia sauti ujue uko hai. So mimi nilisikia sauti, lakini venye sijui kama ni kukufa ama ni kubleeding, ili bleed, nikachukuliwa nikawekwa kwa driver. Nikipanda hivi Enterprise Road, tukapata hii barabara ya Lusaka, tukifika hapa Nyayo Stadium hapo Toyota Kenya. Hapo ndio nikaona nikafungua macho, nikachukulia, nikaona ni askari. Nikashidwa ni nini ninafanya hapa, nikuangalia nikaona damu imeko hivi. Hawa jamaa wamenifanya nini? Jamaa askari yule tulikuwa naye nyuma alikuwa mmoja, wengine walikuwa mbele. Huyo jamaa amenikanyagia wapi? Amenikanyaga hivi. Sasa amesikalia hiyo kiti yao. Sasa miguu yake amekanyaga kwa mwili, maana ni maiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui ni nini nilifanya, nikafanya hivi. Askari aliruka ije, kweli maiti inaogopwa. Maskari aliruka ije na mimi nikaruka ije, maana tulikuwa kwa jamu. Sisi yote tukaruka ije. Askari alitoroka na mimi nikatoroka. Mukuru kwa Ruben tulikuwa na askari na daktari wa kututibu. Nikaingia kwa motorbike nikapelekwa kwa daktari wetu, akaenda akanishona hapa, nimeshonwa hapa hivi. Ni pale simu inakuwa kubwa mahali risasi inatokea, si mahali risasi ilikirilia, mahali ilitokea ndio inakuwa kubwa. Sasa wakanishona, nikatokuta hasiko na risasi kwa mwili, nikakuwa sawa. Lakini imagine that time nikiwa mahali kwa kitanda nikiponyesha, nikaimagine venye tulipigwa na venye tuliwachwa kama tumekufa. Nilikuwa kwenye Land Rover and I was finished. I was not saved at all. Sikuwa najua Yesu, sikuwa najua Mungu, sikuwa najua chochote. Nilikuwa najua kuiba. Mimi nilikuwa mwizi wa bunduki. Nilikuwa najua kuiba ama kupiki pocket ama kungojea mama wakienda soko na kipaka. Nilikuwa na kifaka kubwa. Nawaambia mama wekelea hapo chini, wekelea hapo chini. Mama anawekelea, mwana wako awanyokwa. Wekelea hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. And then when you are arrested, nikashikwa one time nikiwa hapa High Court. Judge alikuwa Unita Pamela Kidura, ndiye alikuwa anatoa hukumu. Sasa tukafanya kesi na ilifanywa na siku ngapi? 2 na ikaisha. Ya wengine ilikuwa inafanywa miaka 2. Unasikia kesi ya wizi pickpocket inaenda mwaka mzima, yangu ilifanywa na siku 2. Maana mmoja alikuwa amesema jamaa anataka kusikia minyoko. Pamela Unita Kidura akasema aende akauliwe by hanging. Nikajaribu kuweka appeal zote, tukaenda Court of Appeal, High Court, Court of Appeal, na kuna court nyingine itako Kenya Court. Tukaapply zote zikakataa. Kutoka hapo tukatuma presidential inataka Mase, sijui what Mase. Tukaandika power of Mase ya president. Tukamwandikia barua. Tunaandikia yule mtu alikuwa anasema huyo mtu nataka kusikia amechijwa. Akarudisha barua akasema za wengine zilikuwa bado hazijarudishwa. Lakini yangu ilifika leo jioni imerudi. President amekataa niwekelewa kabashini. Kuna kamutu kako Jogona kaleta kwa Jogona kako na Kamete kale kananyogaga watu. Sasa Jogona alikuwa ni kamutu kamfupi tu hivi. Kalikuwa anakuja barege.
umejitayarisha? Kanaenda akakwambia kanakuja kama umejitayarisha. Kumbe kanakwambia jitayarishe, siku nachukua, maana akinyoga analipagwa pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alikuwa amekaa miaka mingi na hiyo kitu, hiyo kasheria kalifufuliwa kwa sababu yangu. Walikuwa wamesema hakuna kunyoga tena, lakini kalifufuliwa kwa sababu yangu. There is that moment that the devil will want to crush you. There is that moment that the devil will want to finish you because of what you are carrying. When you see the devil is fighting you, they are fighting you viciously, and the magnitude, ukubwa ile inatumika kukupiga, unajua hivyo ndivyo ukubwa yako. Ndio niende nikuhukumiwe hiyo kunyogwa. Nilichukuliwa Gongu kwangu. Gongu kwangu ni nyumba kubwa. Polisi wakakuja wakateke cover, nikakamatwa. Nilipokamatwa, zile gari zilikuwa huko. Zilikuwa gari moja, ingine na ingine, gari 200. Zile zilikujia. Juu helikopta ngapi? 2. Sasa nikiteremshwa kutoka Gongu kwenda mpaka Kamiti. Sikupelekwa industrial area wala police station nyingine. Nilipelekwa maximum prison center. Prison hiyo ikatolewa maaskari wote wa jela, kukawekwa ma GSU wachunge huko. Sasa si hapo ndio na imagine. No, that is jela imefensiwa, ni kinyumari pakubwa, kumekuwa fenced. Ukiangalia State House na jela venye zimejengwa the same. Apart sasa jela ni ya watu wa nini? Ni watu wa kufugwa, lakini State House ni ya nani? Ni ya president. Jela kuingia State House, mlango ya kwanza mpaka mlango ya kuingia mahali president yako ni milango 9. Ukiingia jela Kamiti, kutoka mahali main gate mpaka mahali unalala ni milango ngapi? 9. Sasa wewe ni watu wangapi wamekuchukua kutoka nyumbani na magari ngapi? 200. Na helikopta ngapi? 2 juu. Ruto anachukuliwa na magari ngapi? Ushaika kwa msafara ya Ruto, gari zikipita mpaka unafanya hili, maana zinapita maduthi ziko mbele, maambulance, mapolisi, makila kitu. Gari ngapi? 200. Zinakuga 200. Sasa si wewe unajijasia wewe ni nani automatically? Bwana Yesu asifiwe sana. Unajijasia barabara kutoka Kongo mpaka Kamiti Kiriad. Barabara ya Ruto kutoka State House mpaka mahali anaenda Kiriad. Unajua wewe ni nani? Hapo ndio unajua this is the reason they are fighting me, and now live according to that reason and walk according to that reason. Ukijua hivyo, Mungu akikuonyesha signs. Sign Mungu akuonyeshagi sign ati sasa utakuwa na duka kubwa, utakuwa na kitu mzuri, utavaa nguo mzuri, utakaa hivi. Hapana, Mungu anakuonyeshaga sign na mambo kama hiyo gumu. Hizo ndizo sign. Ukiambia Mungu nionyeshe sign, nyonia maji, nyonia kioneki, nyonia kaodo gai. Unajua sisi watu wabaji ndivyo tunaobaga. Nyonia kaodo baba. Nyonia tukayore amanane. Jabare. Erago da idho tole welire woniria Gideoni. Akwarire karoa gai ne akwarira karioa. Urarira mundu gai karoa we waku bedroom. Mundu araka karoa ja. Etereire andu metagwo Amediani mamkole. Bwana Yesu asifiwe. Sasa karoa yangu ilikuwa hiyo, kufulfill the word of Hezekiah. Yule alikuwa daktari. Eti huyu jamaa atakuja kuwa mthamaki. Nakumbuka siku hiyo ni ile raundi nilisema wamama wasifanye nini? Trosa na vinyasa na mini skirt. Mnakumbuka? Ulisikia hiyo? Ulivaa? Yes. Ukemenya demu mthamaki. Hakuna mama Kenya hii mzima alivaa hiyo nguo. Mlivaa nguo, nilisema ifike hapa. Hakuna mama hakupima skati ikafika hapa. Sasa hapo ndio najua wewe ni nani? Wewe ni nani? Tu vitu tudogo unafanyaga, tunakupatia direction ya mahali unaenda. Kidogo ile maneno unasoma, unatoa tu kidogo kaneno. Ukitoa neno, unasikia Kenya mzima inaanza kusikiliza. Unajua wewe ni nani? Maana kuna mtu anatoaga maneno na hako parliament watu wote wanatapika. Unajua amempiwa Kamukoji? Unajua mpiwa Kamukoji? Unajua mpia Kamukoji? Unajua mpia Kamukoji? Unajua mpia Kamukoji? Unajua mpia Kamukoji? Unajua huko Kamukoji? Unajua mpia wako? Si unaona sasa. Kuna watu hata kama wako in position of power, they are not known. And there are people they are not in position of power. Everybody knows them. And they listens to them. That is called, you have a special anointing. That is why every single time you will find yourself in the crashing moment. Every time unakuta wanataka kukumaliza, because you are carrying something special which they don't have. It is the envy in them that is working against wanataka kukumaliza. They are planted. Your enemies are anointed and planted from the devil. Ukiona mtu anaenda na record ka message, huyo ni mtu alizaliwa kwa sababu yako.
Ukiona mtu anasema anakuja na kuambia usirudi kuingia kwa apostle, atukikia kwa apostle this will happen, this will happen, this will happen. Huyo mtu is anointed from kwa waganga na kwa wachawi kwa ajili yako. Na mworoto waoneke kuvuja destiny. Lakini pia kuna watu wengine Mungu anatumaga wanakuja wanasimama na wewe. Pillars about they are from heaven. They will walk with you. Hata kama moto imewaka namna gani, hata kama giza imekuwa namna gani, they still walking with you. They are walking with you. Juzi walikuwa wamepaga hapa, wamepaga wakaambiana viongozi wote, mapasta wote, viongozi wote, mashiareti na mashiamani wakajiorganize, wakaambiana sade tutigathie kanitha kau tegetha amenye nigutugaga. Wakarudi wakapigia washirika, kila mtu washirika wake 5 sade gutiradio kanitha turathie kirima. Unajua huwezi kuexplainia mshirika ni wapi sade radio kirima. Sasa ndio washirika wabio tunakutana Roiro, gari itachukuania huko Roiro. Ndio mshirika asikuje hapa kanisani. Do you know that day? Mimi nikaambia Grace, mimi nimeota watu wamesimama washikanisa, nikamuuliza niki kikoro kihiandikite. Kwa sababu sikuwa naipiga hesabu venye tunaweza kuwa tumesimama, maana viti ni mingi hapa. Sade hiyo watu wote watu karibu 300 walisimama kule, wamekosa mahali ya kukaa. Na saa hiyo wale wengine naona venye tunaendeka kuangalia mechi ya Manchester na Arsenal, tunaendeka kwa bar kwenda kukaa huko tuangalie ikichezwa. Walikuwa kwa TV waangalie empty seats. Apostle akihubiria empty seats, waliona people studying. That is how God will fight for you. That is how God will win battles for you. That is how God will humiliate them, will humble them to know that this man is a man after my heart. This man is not doing his work. I send him to do the work. Do not fight for yourself. Do not try to defend yourself. Just go sit down and see the deliverance that God is about to bring into your life. Mtu anaitwa Esteri. Esteri alirisk maisha yake. Akasema mimi nitaingia kwa mudhamaki. If I perish, I perish, but I'm going to rescue my people. When you release yourself to God, you surrender to God, and you do the will of God, nobody will hurt you. That time I was so vulnerable. Moya nilishika, kanipeleka Kamete. I was so vulnerable. Walinipeleka mpaka kwa mashini. Siku ya kwenda kunyogwa, nilipandishwa. Father akaletwa, akaitwa hapo. Pastor akaletwa, akaitwa hapo. Sheki akaniombea. Father akaniombea. Pastor, badala pastor aombe minyororo ya jela ikatike, aliniombea niende safari jema. Bwana Yesu asifiwe sana. You can see how the deceitful we are living, the kind of life, the kind of a world that you are living. We are supposed to speak life. We are supposed to speak deliverance. We are supposed to speak the victory. Milango ya jela, Paulo na Sila waliomba. Badala jamaa kuja niambie tuipe Paulo na Sila aliomba, milango ya jela ivunjike. Aliniombea Baba katika jina la Yesu Kristo. Huyo ni Father kafanya kwa. Anajua msalaba ni ishara ya kifo. Kafanya shwa. Hey! Katika jina ninakupaka mafuta. Akanipaka mafuta. Ninakupaka mafuta. Unapoenda safari, uende safari. Safiri salama. Naye pasa akasema rakakaka yemaya sandara babacha. Baba, wewe ndio unajua wale watu wanakuja kwako na wale hawakuji kwako. Ninaachilia roho hii inapokuja. Inapokuja. Nani pastor? Bwana lazima nimekataa katika jina la Yesu. Wakaniambia sema imani, nikasema sisemi imani. Jokona alikuwa hapa ananiangalia, maana Jokona ndio mwenyogaji. Jokona anakodoa macho, nikaniambia wala hige nilikwambia namna gani? Nikamwambia ubwa hii dilakwa. Hivyo nilimwambia ubwa hii taka sikufi. Pastor nikaona amerudi nyuma. Baada ya pastor hata anihurumie, aniambie ninakuombea ukifika kule ukubarike. Hata hakuniambia nikubarike, aliniambia nitaka kama nikianza safari. Kashida huyu anasema nikianza safari namna gani? Huyu ni mtu wa Mungu kweli? Hapo ndio nilichukia Yesu mara 20. Lakini I don't know what came into me.
Nilichukia Yesu wa huyu mtu, nikachukia Yesu wa father, nikachukia Muhammad wote. Maana hizo zote nilikuwa my mother kwa zamani tulikuwa wa Katoliki. Alafu nilirudi nikakuwa Muislamu. Simu najua nilikuwa naitwa Ibrahim Dora wa Roigi. Nilikuwa Al-Shabaab. Alafu kutoka hapo nilikuwa bado Pentecostal, hii nilikuwa nimewapewa na James Maina Ng'ang'a. Unajua niliokoka wakati ule. Alafu nikakuja kurudi kwa Mokeke. Maina alikuwa ameniambia na akatoa pepo. Na pepo zilitoka, maana nilianguka chini, lakini sikuanguka chini kiamani, nilipigwa gumi za kichwa mpaka nikaona niacha niende chini. Maana walikuwa wanajua usipoanguka chini haujaokoka vizuri. Sasa walikuwa wanaokoka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hayo anakutemea mpaka mate. Nilikuwa mdomo yangu ilikuwa white kwa sababu ya mate. Kumbuka ilikuwa Wafula huyu wa Mombasa, Ng'ang'a alikuwa, Chai alikuwa, Moiru alikuwa, huyo nani Getonga alikuwa, ule Bobu Kabugi alikuwa. Walikuwa mapasta wale heavyweights wote walikuwa huko. Na kila pasta alitaka mkono yake ishikilie mahali. Na kila pasta alitaka sauti yake isikike. Unaikani imagine. Wenye kila mtu mpaka Wafula ni Muluya, hapo na mkono tatu kama hivi hapo. Alinishika hivi akanishika mpaka masikio mpaka huko mpaka macho akanishika hivi. Katika jina mpaka nikaenda chini pole nikaanguka wakajua pepo imeenda. Wakajua pepo imeenda, lakini si pepo ilienda. Ni mimi nililala chini, niliona vita imezidi. Bwana Yesu asifiwe sana. So what basically I'm telling you is that when you are going through your challenging time, you are humbled. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is your crushing moment, so that you can be crushed to be produced who you wanted to be, or who God wanted you to be. So be happy when they are attacking you. Ukiona watu wameanza kukupiga, don't go to stop them. Don't pray from God to stop them. Just release yourself to God. Let them do it. Na ukiona ni adu matoe wekera ginyaguo, matoe ginyaguo, matoe kombira, taru mundu tocio taru ka pastor takau kai koleto ka geto challenge ya ndathire guikara thi ngikara office gwakwa ngiri kanyamu taka mundu tagaka ri kai gomanya rairi atia akihuthira kanyamu taka kuhura. Nilisikia vibaya, lakini sasa nikafanya uchunguzi, nikajua si yeye, ni leaders wa kanisa walitumia kama mtu hako, lakini leaders wote wa kanisa they were involved kudipiga. Sasa okay, at least hapa ni leaders ya kanisa wako ni mashare leader na matresha na matoi na organizing secretary na mapastor na mama kanisa todumali maisho yake ni mama makanisa ule mareka problem nene yao le the maranyeda no ni kwihithanira mehithanire problem nene rari hau ate mundu gwita ruguru ni aranyeda no riu uyu aroka kera ruguru tuhure Agnes no uyu nionete Agnes ni we challenge ire nene riu akakera ruguru tuhure Agnes makahura Agnes uyu ageciria me hamwe ithe riu nake agacoka gathi hari uria hura tuhure ruguru tondu ni elimination method. Orio karigia na ke bebe ni muthanduro na orio karigia na ke na mujakwe wote uliona hapa walikuwa na nishambulia wote walikuwa wametumwa na Mungu. Hao ndio bibi zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka mkubwa mpaka mchini. Ule wote mama umeona wametoroka wa bagi kubwa wa vitiza hapa mbele wote. Hao wote walikuwa wamekuja hapa kwa sababu ya mimi, si kwa sababu ya kanisa. Wakati waliona it is not working, wakati mlianza kuona ninavaa pete nasema kama haujinivalisha hii ujue nimevalishwa na mtu. Unaona watano nimeherera. Waikaikaraga asese uthondeke WhatsApp ya guthie racio kona amugwanja nimeherera tondu ndakiri tondu urathi kurajerio. Na nilifanya hivyo na akili mingi sana mpaka nikawa drop wote wakatoka. Unaona kanisa imefunguka ama haijafunguka? Kanisa imefunguka ama haijafunguka? Tondu acio ni mafarisayo malaika daga haya murango-ine makagireria andu maingire na matigeka atia walikuwa wanateremuka pale chini unakuta mtu umetoka nyumbani na gari yake anashida kwa gari pale chini na ni kiongozi wa kanisa akaikara gari ni ginya service yathira agoka kuria kundugera service yathira uguo uko kuria liko no raruga akenda kumenya ni mundu mukori kuraikira ku. Nasemaga musirudi kukanyaga huko kwa pastor. We need to respect the man of God. And then this woman or these people are crushing you, destroying you, bringing you down because they have an intention, not the intention of you becoming
Not you going to your destiny. They just want to pull you down. They are devil sent to come and bring you down. They are devil sent to come and destroy you. They are devil sent to come and derail you. Mostly they want just to derail you. Kuna mwingine hapa alikuwa naomba, huyu mnamjua sana, ni rafiki ya huyu sana. Alikuwa anakuja wakati ule niliwafukuza, walikuwa nakujaga kuomba hapa usiku. Ikabidi niwaambie wasirudi kuomba. Sasa walikuwa nakuja anachukua kifagio, anapanda hapa na kifagio. Anataja, tuseme nikutumie rogoro. Katika jina la Yesu Kristo, rogoro out. Rogoro out. Rogoro out. Rogoro out. Rogoro out. Rogoro out. Ukiingia kanisani asubuhi, man of God. Praise God, man of God. Mwadhani ndira goragia gokuonate kana no gone. Can I have you at 2 minutes? I have a word from heaven, from God. Akeja kayanyo nirie kanitha eno etheremete ihurite tuma kanithai kuona gatare no ndo na tena tondu iyo yuma na ngorofa andu mekuihurite ginya kuria alafu andu mekumagira murango yo kuma na ngeja mekwendaga kuingira riu twambiti twacenjia nigetha matigatukane makaumira uyu na ya nigetha yangi magoka maingirite tugwikaga service nyanya na mundu ucio ni urairia kihata andu out out out. Bwana siwe sana. Akashuka akakwera darling. Akakwandikira hawaine ka message darling. Man of God. You know jakaga muno. Since I knew kumaria ndakomenyire. Maisha makwa ni macenjetie muno. Githene urugare wa mwire ruga renda gukugusha agakurekeria nyumba hari atigirie kanitha-ini. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what when in the crashing moment they are going to come to your life. They are going to make sure they have contained you. They are going to make sure they have misled you. Togi nyamako hore. But they todo dranyite to mateka. Leke idimu buride. Nilikuwa mateka. Drare jera. Sikuwa najua ministry inaendelea namna gani. Sikuwa najua. I swear. Until these people walked out, nikajua kweli. Mungu akaniambia tashoka hali roga mekalima igoro. Nikaenda kwa kamulima, nikachungulia, akaniambia angalia kule uliwacha watoto wako. Sasa nikaona watoto wengi huko wako jaa wamekaa hivi, wengine wamelala kwa sababu wengine wamelala, nikaona wengine walikuwa na tumbo zimekaa ni kwa siakoto mkuu zimekonda. Mungu akaniambia nilikupatia watoto ndio hawa. Ukaenda sasa nikaona mama wa Haria na mama wa Marijirova na mama wa Prado walikuwa pale nje parking wamekaa huko na vifunguo wamelalia starling wamelala wakigojea. Wanauliza amemaliza, hebu enda angalia apostle kama amemaliza tuende raji. Until you become like Abraham, when he realized Lutu was not part of my life, akaambia Lutu, get out of here, choose the place you want, chagua mahali unataka, nenda. Wakati alifanya hivyo, when he made that decision, macho ya Abraham ikafunguka. Mungu akamwambia kuja sasa nikuonyesha mzae. Unaona mahali macho inafika, hiyo ndio iji yako. Angalia padi, mahali macho inafika, uko ndio kwako. Mahali macho inafika, uko ndio kwako. Mahali macho inafika, uko ndio kwako. Na walikuwa napigania 10 acres. Sijui kama mmewahi kusoma Biblia vizuri. They were fighting over 10 acres of land because ya malisho. Ne ng'ombe. Ruth nikagire ng'ombe ciako na tisi yake ni cia gathegaka. Nyagire ng'ombe ciake na mburi ciake na gira Ruth yake awira. Na nikamuruti kawira ga guku ginya koragia mzae. Mzae. Eta ndotirega haryo githaka karatari. Ni umenyaga kuria tuthiaga kuriithia kana uria twikaga. Mzae. Wathi ukahuro kiharia no tutigithie wana. Akatika hida ga thuri kahida ka jensi. Mzae anajikuja. Mzee kama amezeeka na naona kakijana kamekuwa kabarubaru kako na nguvu. Mzee anaona kama ataangushwa chini. Sometimes hapa tunanyihaga. Kwa nini nikiona venye mtu amekuja hapa amenona, amekaa strong muscles, anakaa powerful, unanyiha. That is when you are in your crashing, you are humbled. In your crashing, they humble you. The power of God will come to you and you will learn to depend only with God. You will learn to be walking with God. You will learn and know that you do not invest your trust to any human being. Invest your trust with God. Just walk with God. Remove every impurity from your heart
and live the way God wants you to live. You will be successful, and the ministry in you itavuka na itasimama. Na Mungu atakuleta. Mungu hawezi. Kile kitu Mungu alikuanzishia lazima kifanye kazi. Wakati Abraham aliona maneno imechange, alienda kwa Mungu. Mungu akamwambia sasa angalia macho. Akaangalia, akaona inaenda mpaka Tanzania. Kufika Tanzania, akaona imeenda Zambia. Kufika Zambia, akaona imeenda South Africa. Akarudi pande nyingine. Akaangalia, akaona imeenda Somalia, ingine imeenda Ethiopia. Akifika Ethiopia imeenda Eritrea. Akifika Eritrea imeenda Yemen. Akashindwa. Turaroeragira eka 10. Only 10 acres. And this all land is mine. There sometimes you will be doing battles. And this battle will confuse you. The main aim of these people coming into your life, it is to delay you, to confuse you, and to mislead you. To delay, confuse, and mislead. So that utoke kwenye reli yako. Ulikuwa naenda Naivasha, umeingia reli ya kwenda wapi? Ya kwenda na Nyuki. Sasa ninajua reli zote ziko hapa, headquarter ni hapa. Kwa hivyo hizi chuma zinaenda hivi, zingine zinaenda hivi, zingine zinaenda hivi. Reli ya kwenda na Nyuki, unaona Mugithi imeenda. Hii ingine Mugithi imeenda. Hii mwingine Mugithi imeenda. Kama ukienda sasa kama Europe, kama London hivi, uende usipokuwa makini utaingia kwa Mugithi. Niliingia kwa Mugithi kamoja nikiwa Oxford. Kanipeleka mpaka Manchester 3 hours away, na nilikuwa naenda mahali ya 15 minutes. Na zote niliona zinaenda direction ngapi? Moja. They all confused me. Baka nikiwa kwa reli, sasa hiyo tulikuwa tunafanya kipindi na Bamase hapa na tulikuwa live. Nikaambia Bamase, go kojolile. Nikaenda Manchester baka nikaingia Wales. Nikaambia yule mtu wa Mugithi, nikamwambia hapa ni wapi? Akaniambia ni Wales. Tuko karibu kufika Northampton. Aliniangalia vizuri akaniuliza, where are you from? Nikamwambia I'm from Kenya. Are you new here? Nikamwambia this is my second day. Kaniambia you are lost. You need to take back. Go to London. 3 hours from now. You go to London. Na hiyo saa unaambiwa 3 hours from now. Nikamugithi kanaitango ka bullet. Kanaendanga kama mshale. 3 hours. You can imagine kule nilikuwa nimepelekwa. Nilirudishwa mpaka wapi? London. Sasa kutoka London nikaingia Mugithi ya London, nikaingia Mugithi, nikauliza, nikawaambia nishikeni tu mkono, nishikeni mkono. Hata mkiangalia sura ni ya Mwafrika, akili hakuna mingi. Wakanishika mkono, wakaniambia ingia haka. Ukiingia hii itakupeleka mpaka mahali panaitwa Coventry. Walibidi wachore kwa karatasi. Ukifika Coventry ushuke, uingie sasa ya kwenda Northampton. Hivyo ndivyo nilifanya. Nilikuwa nikienda nauliza mtu, are we near Coventry? Are you near Coventry? Akaniambia now, and the third stage from here is Coventry. Iliposikia wakatakasa pale Coventry, nilikuwa kwa mlango karibu kuruka, nikasimamishwa. Maana sikutaka kufanya another mistake. Now I will not make another mistake. Praise be the name of God. When you have been crushed, when you have been brought down, it is very difficult to go back to the same class. You will go now to another new class. And I pray to God that if you have been crushed, you never go back to the same class. God will lift you to the next class. And if you have been crushed, God has humbled you. And this is the moment of being humbled. When you are humbled by God, God will use you. I pray to God that from today, God will be using you. God will manifest in you. I pray to God that God will lift you up to your destiny. Will take you to where you are supposed to be. You will take you to what you are supposed to become, because you have a destiny. And your destiny is powerful. But also, as powerful as it is, you also have powerful destiny killers around your life. Destiny killers when are also powerful, just like your destiny is. So be able to have the stamina. Kaa ukiwa na stamina. Wakikurushia kineno, unakaa unajua hawa wanataka kuchafua moyo wangu. I can't give them. Wakikuchafua, wakiutengeneza ka message na waanza kusambaza kutengeneza, unajua hawa ni makwekwe tu. Neto nyokato itako puff ada. Tunyokato yato diruka huko. Toreka yamata. Atanigeza uruarego ko God. Una move on and you move on. God will make you successful. God will win every battle for you. God will conquer them, will destroy them. Praise be the name of God. And that before you be able, once you are crushed, you are able to have the gratitude towards God. Muduni hata no gaikara gaine no gatora na gari na unakaa karibu na Mungu, namwambia Mungu asante sana. Always utakuta mtu mwenye amekrashiwa vizuri. Ule kimuuliza si utakuja kesho? God willing nitakuja. Si uende? By the mercy of God I will go. Si ufanye, si usimame. Oh, if it is the will of God. Unakutanga if yani lazima God yakue. Kwa kila kitu unakuta God lazima akue. Kwa kila kitu unakuta God yakue, because now you have been reduced, you have been taken back
at your railway line. That's we mogithine waku uri uragutwara kuria thiaga. Na ni hwari kumenya it is not by power nor by mighty, but by what? By the Spirit of God. You will win. You will become. You will be successful. Not because you went to school. Not because you are a good preacher. Not because you are a good singer. But because God is with you. And that is why once you are crushed, you become a friend of God. Praise be the name of God. Once you are crushed, you become a good friend of God. When Moses was crushed, he became the good friend of God. When Abraham was crushed, he became good friend of God. Because that's the time you learn to rely on God. And you learn to know that God is my friend. And my friend, your friend cannot abandon you. He's a friend indeed who cannot forsake you. Wakati Musa alikufa, God had to go him personally mwenyewe kwenda kuchukua maiti ya Musa. Because this man was his friend. Yes, alikuwa na roho mbaya ya makasiriko, but he was a friend of God. And that is why God had to go lift him up. Enoch said, I'm going to be your friend. And he walked. And remember, Enoch amekuja kutoka kwa mudhilimu ya nani? Mnajua Enoch alitoka kwa mudhilimu ya nani? Yeah? Alitoka kwenye mudhilimu ya Kaini. Na unajua Kaini alilaaniwa. But remember, Enoch na mudhilimu yake walijenga city. You can be from another mudhilimu mbaya, lakini produce something that God wants. They build a city from that mudhilimu yenyewe ililaniwa, na ikaambia utaishi ukitafutwa. Ati uko turodhiruka guko thino nikiwera guthiruka hata Kaini uko turodhiruka nginya akira Ngai wewe Ngai rukamira hawa nini? Simama tu kidogo ba God, simama tu. I know you are mercy God. Hiyo yote umeniambia siwezani nayo, ni ngumu sana. And that is how you learn to obey God. When you are crushed, you can question God, you can tell God, and then humble down. If you don't have, if you are not crushed, dogiota kuria Ngai kiuria. Hado hakinya aginya kuria Ngai. Nani anaitwa nani? Ayubu aliuliza Mungu, are you in this? Are you? Kawadiganiria niki God. No uraga, ni ukoraga guo. Niko na kwa kaile maneno imekukujia, baka unauliza Mungu, unaishiki kweli Mungu? Ni ukoraga guo. Bana, kama ungekuaga hii maneno hivi. Kumbe unaachiliwa, Mungu anakuachilia tu, unaenda. Imagine Gideon, Jabayaita, a powerful person, ambao walipiga Wameleku, wakapiga Wahiti, wakapiga Wagirigasha, wakapiga huko, wakashinda vita zote, lakini wakakuja kukaliwa na Wamidiani. For 7 years they used to live in caves until they were crushed, until they came back to God. And when they came back to God, they didn't fight any battle. They didn't do anything. They just went, Gideon akambio, you man of Valor, you're going to win this battle as a man. But remember, this man of Valor alikuwa ametengeneza 32,000 men to go and fight the enemies. But God knew it is not the enemies, it is your character, it is your behavior. Nyinyi ndio mko na tabia baya. In verse 1 of chapter number 6 of Judges, anasema, and the children of Israel did evil in the sight of God, and God handed them over into the hands of the Midianites, and they were handed over by God into the hands of the Midianites for 7 years. So it was not because it was not about the enemy, but God allowed the enemy to come and crush you down. Most of these people are sent to us to produce us to become the better people, to produce us to become to rely on God alone, to be humbled, to know that it is God. Unaweza kwenda umekuwa Mirani ministry kama hii ya Dora Waroige. Unajua nijetea nike naligaka sometimes, sio kwa sababu ati niko juu sana, niko kama akina Nganga, akina James Maina huko juu na authority kubwa. Naligaka kuimagine ati nyinyi nyote mmekuja kukaa hapa kusikiliza mtu former Mogeke leader, na mlikuwa mnaomba huyu mtu akufe. Sasa mokete kwa mhani muditawe former Mogeke leader, you thank God. Unarudi kwa Mungu na muuliza, kumbe Mungu anakuaga na huruma nyingi hivi. Maana hawa nikiwaangalia ni wale walikuwa wananiombea nikufe. Sasa wamekuja kutafuta kitu kutoka kwangu. Yaani kagayokorogo hia nate. You imagine that hiyo. Hiyo akwenda kuuliza kagayokorogo hia nate. It is because of that crashing moment that you have been crushed. He wants you to go and realize another secret of God, and realize another plan of God in your life, and realize that God is, you are not alone, you are with God. That God will never abandon you, will never forsake you nor leave you. He will walk with you. In Psalms 41, the Bible says, those who assist the poor, in the time of their need, he will walk with them. In the time of their need, he will be with them. And he will do many things together. And that is what makes you to become so victorious, become so wonderful, that we can learn from our mistakes and remain faithful.
The mistakes you make today will make you to become faithful in everything, to become faithful in the small things and to become faithful in bigger things. Yet you become so special, so wonderful, because God has planned something in you. And that we learn how to fast and how to pray. When you're in your crashing moment, that is the time you learn how to pray and how to worship God. And that is when you stop. Okay, in your crashing moment, it will lead you to learn how to pray to God in a genuine way. Sio ile ya kuomba kuna siku niliita mapasta wengine hapa mpaka nikaambia mtu wa pale kata hiyo microphone, maana huyo speaker, huyo mhubiri alikuwa hapa. Sijui kama ulikuwa hapa au kwa umekuja nani. I think kuna mapasta walikuja hapa kuomba jioni, walikuwa nakuja jioni. Yule sasa alikuwa anafanya introduction. Haki unaona huyu kama si ndugu ya shetani, huyu ndio shetani mwenyewe. Nani pasta? Ati nikuomba naomba. Mpaka nikasema kata microphone. Kwa sababu watu walikuja pale kuchungulia ni nini hiyo inafanyika hapa. Ati mudosho niko hoya. Nikasema hapana. Hata kama ni maombi, our God is not crazy. Our God is not crazy. Hao dagi hoyo. Ona iguru mali. Ni pastor na ni tumbo kubwa. Sasa nikaomba naomba swali. Huyo mtu anahitaji crashing. Avujwe ndio ajue Mungu anaobangwa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio kitu tunahitaji katika maisha yetu. If you don't find people to crush you, look for them. Bwana Yesu asifiwe sana. But also look for them in the appropriate time and in the right time of God. Because all things work together for good for those who love the Lord. And they are there to make you strong and better and become the vessel that God wants to use. May God bless you for today. Amen. Sasa mulete sadaka. Sasa leteni sadaka. Na mulete iliyo nona. Iliyo nona. Nani iliyo nona? Sadaka munono. Namba ndio hile. 935 035 Equity 247247. Kwa wale watu wa simu. Lakini ubaya watu wa simu, acha tumisioge. Unaweka na ya kutoa. Magdalene. How are you, Magdalene? Thank you. Najua kuna watu walihama kanisa hili kwa sababu yako. Akina Shiko, akina Josephine walihama kwa sababu yako, kwa sababu walikuwa mabibi watarajiwa. Sasa walisema ni wewe naoa. Ulikuja kuharibia watu keki. Oh yeah. Urahoero mahoya moru. And usijali. That is life. We have to live that way. Thank you. God bless you. Ukiwa na sacrifice unataka kutoa, this is a time to give. Ukiwa una offering, ukiwa una tithe, this is a time to give. Just put them together so that we can have a special. Just look. Hi kijana. Habari yako? Unataka hii? Oh, big bang. Thank you. Neke we. Watu monu. Tusimame kwa miguu yetu.
umesikiliza mahubiri ya leo, umesikia there is that moment of crashing. And if I look at you naona most of you, you're in that moment of crashing. God is humbling you down. Could you ask God, give me the strength to go through the crashing? Do not ask God to get out of the crashing, but to go through the crashing. Do not ask God to remove the enemies from your life. Ask God to give you bigger shoulders to carry the burden. Praise be the name of God. Just fungua tu kinywa chako, achana na waimbaji waimbe, fungua tu kinywa chako muombe. Ukiweza kupiga magoti yako, upige magoti chini. Ukiweza kukuja hapa, unaweza kukuja hapa. Ukiweza kulala, unaweza kulala. I want us to do a powerful prayer now, that God may make you become successful, may make you to become a winner. So if you can be able to come, you can come here, hapa kwenye madhabahu. If you want to remain there, you can remain there. If you want to kneel down, you can kneel down. Take 1 full hour of total commitment to God. Just talk to God. Talk to God. Let the singers do the singing. Just talk to God. Let's go on.
sifa na heshima. Nakupa sifa, nakupa sifa na heshima. Nakupa sifa mwana wa Mungu, tunakupa sifa na heshima. Nakupa sifa, nakupa sifa na heshima. Nakupa sifa na kuinua, ninakupa sifa na heshima. Nakupa sifa, nakupa sifa na heshima. We give you glory, we give you glory, Abba Father. We give you glory, yes Lord. We give you glory and the honor. We give you glory, we give you glory and the honor. We give you glory, we give you glory and the honor. Wachungaji wanaimba leo sifa, sema pokea sifa. Baba pokea sifa, Baba pokea sifa, Baba pokea sifa, sema pokea sifa. Nililia moyo wangu pokea sifa, sema pokea sifa. Vita umenipigania sifa, sema pokea ushindi umenipatia sifa, sema pokea. Ona leo naweza ipa sifa, pokea. Wakati nilikuwa kiwete sifa, leo ukaniponya sifa. Naweza tembea sifa, naweza tembea sifa. Yoyote ni muujiza sifa, sema pokea sifa, sema pokea sifa, pokea sifa. Umelinda watoto wangu sifa, pokea sifa. Umelinda imani yangu sifa, pokea sifa. Machozi yangu
zote. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Yeah, Bwana. Ninakuinua leo. Ninakuimbia leo. Sema hallelujah. Hallelujah. Tunakuimbia leo. Sema hallelujah. Naimba hallelujah. Naimba hallelujah. Uinuliwe leo. Upewe sifa leo. Tunaungana na mbingu leo. Ama kirubina. Ama serafina. Tunaimba leo. Hallelujah. Hallelujah. Tunakuimbia leo. Tunakupa chakula chako. Yema yako. Yema shida. Tunaimba leo. Tunakuinua. Ninakupa sifa zote Bwana. Hallelujah. 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 Ninakuinua Yesu. Tunakuimbia leo. Hallelujah. Tuhurumie leo. Tuhurumie leo. Tusaidie leo. Tusaidie leo. Tumepanda baba. Tunakuimbia wewe peke. Umetengenezwa. Umetufinyanga Baba. Tunakuinua leo. Ni wewe tu Baba. Ni wewe tu Baba. Ni wewe tu Baba. Umetusaidia. Hallelujah. Nimebaki na wewe. Tumebaki na wewe. Nimebaki na wewe. Nimebaki na wewe tu. Ninakuinua leo. Sina mwingine. Tusimame kwa miguu zetu. Main, punguza main, the red one, red. Tusimame kwa miguu zetu, tukuje hapa mbele. Just come in front. The main is a red. You are red. Red. Punguza. Nyingine hii. Punguza kidogo. Thank you. So let's come. Tukuje hapa mbele.
tuweze kutamatisha program ya leo. Natumai kila mtu amejiombea na kila mtu amepata upenyo. Kitu ya muhimu sana ni kule kujiombea. Yourself being able to go before the court of heaven. Kusimama kwenye hakimu ambaye ni Mungu. Kuje nisaidie wengine. This side, please come on this side. Wale wengine mubaki hapa. Come closer kabisa. Just come closer. Come closer. If you are with us, just come closer. If you are not with us, it means you are not with us. Yes. Shall we? Mike. Jukido. Yes. Come closer. What are you fearing? Just come closer. Shosho. Sawa, wanaenda wapi tena? Can you unaweza kuita huyo mke huyo amelala hapo? Tuombe pamoja. Thank you. I know kila mtu amepitia kwenye moment yake ambayo imekuwa. Please niitie huyo, amwambie mke, mwamshe. Yeah, mwambie time ya Godioma imeisha. Tumesikia Santa Lipakuta. So I know most of you have been to that moment. The moment that you feel that you've been crushed. The moment you feel that things have not worked well for you. The moment you feel that the family walikutenga, biashara imekukataa, huduma imekukataa, umeinukiwa kwa kila aina, kwa kila njia. And nothing is working. Nothing is moving to any direction. What you expected and God had even, Mungu alikuwa ashasema atafanya. There is this word, we went to a pastor and then it was a prophetic word. This will happen to you. Bwana Yesu asifiwe sana. This will happen to you. That God gonna bless you for this. God atakupatia mzee. Kuna watu hapa walitabiriwa mzee kitambo sana. Kuna watu hapa walitabiriwa bibi kitambo sana. Kuna watu hapa walitabiriwa biashara. Kuna watu walitabiriwa huduma. Kuna watu walitabiriwa mambo mazuri. But until now nothing has worked. Kuna mama mwingine alikuwa ananiambia, nilimwambia nikamwambia atafanya, atakuwa na bwana mpaka saa hii. Ati hakuna hata kipii kimemuuliza swali. Hakuna hata mwanamume hata makaga. Hakuna makaga amewahi kumchokosa. Ati kabla ni mprofesaie makaga walikuwa namchokosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati aliombea, when she decided now I want to live godly, I want to walk godly, that is the time now, difficulties of time, mambo yakakuwa mazito. Daudi, it was a prophetic power, already anointed for the purpose. But baada ya anointing alirudi kuchunga busi na ng'ombe, akakutana na bear, akakutana na lion, akakutana na Goliath, akakutana na enemies all over. The people he thought would support him, they became an enemy. They started fighting him. There are things that are fighting you now. There is an obstruction in your life. There's still, yani umefika kiwango cha kuona there is no God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndio inafikaka kiwango cha kuwa unaona sasa ni kama Mungu hayuko. Na kuna watu kadhaa hapa mimi naona hata wanafikiria kwa mganga. Maana ulikuja kwa Warwigi ukifikiria nini vitu vitafanyika. Maana kuna mtu alikuwa amekuja kwa Warwigi na akaobewa na maisha yakachange. Sasa wewe umekuja mpaka kiatu usore imeanza kuinama mpaka na shidwa. Nikahuku kwa Kirenagai. Sasa mumeanza kucontemplate kwenda kwa mganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kuna watu wawili hapa najua wameenda kwa mganga, tuko na wao hapa. Washaenda kwa mganga, wakaenda tena wakaambiwa na mganga, huko rudi tu huko. Imagine mganga akikurudisha kwa Mungu. Mganga akikurudisha kwa Mungu, you can imagine aginya kale ka pesa yako. Kuna mama hapa pesa yake ilikataliwa juzi. Akaambia rudisha pesa. Sitaki. Wewe rudi huko. Usiniletee vita hapa. Because God is watching. It is not about hapa. It is about God is watching over you. Na hata kubali uanguke. Hata kubali uanguke. Ni kuteresa, yani venye umekaa style ni kama huko kwenye dudhi inaenda kuanguka, lakini Mungu anakushikilia. The angel, mkono ya Mungu iko na wewe. Kuna wakati David alifika mpaka naona kweli life is so difficult for me, but God's hand was upon him. I want to tell you tonight, the God of hand is in you. Mkono wa Mungu bado unakushikilia.
mkono wa Mungu is ako na wewe. He's working with you. He knows what is happening around you. He knows how to contain the enemies who are fighting you. He knows how to contain the obstruction, the phases. Imagine alimwambia Joshua, nimekupatia Jericho. Lakini Joshua kwenda kuangalia akakuta Jericho iko na ukuta. Alipofika huko akauliza Mungu, uliniambia nimenipatia hiji na umeweka ukuta. Mungu akamwambia hapana, wewe tulia. Ngoja jioni nakuja kuzungumza na wewe. Alipokuja jioni Joshua akaambiwa suguka hii ukuta mara 7. It is very logical. Very logical. Nero digo uchoke ujirate diruruka maita mugwaja. It had never happened. Bwana Yesu asifiwe sana. It had never happened to Joshua that ati ukisuguka urudiko mara 7 uzuguke mara 7 ati ukuta itaaguka bila nyundo, bila kefoi, bila kupigana ati itaaguka. It was so illogical. Sometimes vitu za Mungu ni very logical. Very logical. They don't add up. They don't make sense to you. Vitu za Mungu unakwambia utakuja. Imagine kile kama Yesu alitemea udogo mate akafanya akakoroa hivi na kidole. Kisha akampaka hivi. Akamwambia nenda ukaoshe. Na hakumwambia waende na mtu. You can see the illogical part of it. Amulile diogeza berowe. Hallelujah. Mse alienda akiwa bride lakini aliona. Akiwa bride alienda baka kwa mtu because kwa Biblia haituabii kuna mtu alimshika mkono. Alienda peke yake. As long as there is a command, the command from heaven. If there is a command, it does not matter the situation you are going through. It does not matter wale mahali wamekuweka. As long as there is a command, because it is that command that was more important kuliko kuona. Maana aliambiwa, alipakwa matope na akaambiwa enda sasa ukaoge. Alienda peke yake na mahali hapo alikuwa ameletwa asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ameletwa asubuhi lakini wakati wa kuambiwa enda ukaoge, alienda peke yake mpaka akatrace kitu hajaiona kwa maisha yake. Mto alijua pale mto iko. Because the word, there is a command. This command is what I want you to go for. The command of God. That I have a command. God, I will never forsake you nor leave you. I will be with you. Even if you will be going through a shadow of a valley of death. Yani uko katikati ya kifo. Kuna mitaro padi na padi. You are in that shadow. God will still rescue you. He will fight for you. He will conquer. That word, that command. Haijalishi kama wewe ni kipofu. Haijalishi kama hausikii, haijalishi kama wewe ni nani, he doesn't care. As long as there is a command from heaven, this command will make way for you. I will make way where there is no way. As long as there is a command from heaven, I will make way where there is no way. Bwana Yesu asifiwe sana. I will make a desert in the middle, I'll make a well of water in the middle of the desert. Yani katikati ya desert nitatengeneza maji. Maji itaruka hapo tu. Mahali mtaenda, mahali mtasikia kiu iko. As long as there is this command, a heavenly command. And this is what I want you to go with today. The heavenly command. That God is with you. That God will win every battle for you. That all the enemies ambao walikuwa wameinuka, God will deal with them. He will scatter them. He will destroy them. He says they will come in one direction. But the time of going, running away from you, they will run in 7 directions. Meaning each will run akitafuta nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is the most important thing for us. The most important thing to know. You need a command. You don't need money. You don't need a husband. You don't need a wife. You don't need a church. You don't need a car. You don't need a home. You need what? A command. Once you are with a command, everything on earth will be commanded by that command. Only thing you need. Unaingia mahali unakuta watu wanasema ni wewe tulikuwa tunangojea. Hujawahi waona, huwajui. Umeingia tu mahali wanasema we've been waiting for you. Baka wanasema hii sura naijua. Na hajai kutana na wao. Lakini there is a command. There is a power that opens the key. Opens every valley, opens every mountain, opens everything. And this is the most important you have today, the power of the command. Tell your neighbor, I have the power of the command. And today my life will change. Tell your neighbor, today, talk to your neighbor, today my life will change. Because the command from heaven has come. The command. Wende ukiimba kwa gari, wende ukilala unaimba to the command. The command from heaven is upon me. Bwana Yesu asifiwe sana. The command from heaven. Unaambia watu, the spirit of God is over me. Roho wa Bwana ako juu yangu. Ndio niende nikatangazie walioshikwa mateka waachwe huru. Hiyo kitu imekuweka mateka today.
today inaondoka. Hiyo umaskini imekuweka mateka, imeondoka. Hao watu mnakaaga na wao wanakuonaga, wametaka biashara yako iaguke, hautawaona tena. Mungu akaambia Musa, hawa watu unawaona leo, hautawaona tena. You will never be able to see them again. Because God is a faithful God. God knows what you are going through. Usifikirie Mungu hajui what you are going through. He knows, but he is waiting for that precious moment. That precious moment, it is coming. That precious moment for healing, it is coming. In the mighty name of Jesus, receive your healing now. Receive your healing now. Receive it now. You will never hear again. Hautaisikia tena. Hautaisikia tena. In Jesus' name. Out. I command you out. The command of healing from heaven. It is no more. God will heal you. Amen. It doesn't matter where you are sick. They might have said you have cancer. That's their record. Hiyo ni mapo yao. The heaven knows you are whole. The heavens knows clean. Kuna watu wanaweza hata taka kukurushia mgonjwa, wagonjwa ama ugonjwa. Ni mgonjwa ama ni ugonjwa ama ni wagonjwa? Ni ugonjwa. Wanaweza kuanza kusema hata huyo mtu akorogwe murwaru sukari. Ni kiroho uraikiri. You wanakurushia. You are not sick. Ati akorogwa na cancer. You are not sick. Akorogwa na pressure. You are not sick. Akorogwa na kena. You are not sick. It is them that are sick. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wachawi wanafanyanga namna gani? If they want to throw you a disease like kama cancer ama AIDS ama ugonjwa yote, wanakurushia. There are two types of diseases. Kuna medical disease na kuna spiritual disease. Now if they want to throw cancer to you, wanaendeka kwa kaburi ya mtu alikufa na cancer. They tap that cancer. Wanakurushia, wanataja jina yako, wanakurushia. Sasa hapo utaishi ukitibiwa cancer and you don't have cancer. Ukisikia mtu akisema unakuwa mgonjwa na hamjaenda na yeye hospitali mkapimwa, kuna kitu anataka kukurushia, mrudishie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu wamekupangia, kuna mipango wamekupangia. Hiyo mipango ninaikanzo katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maadui wakikuinukia, report them to God. Don't fight them. Report them to God. Remember these people, they came here. Wakati walikuja hapa, while they were sick. Wakati walikuja hapa, their businesses were down. Wakati walikuja hapa, they didn't have husbands. Wakati walikuja hapa, they had issues. Because people coming to a church, we can't go to church because we have issues. But when walipata gufu na wakapata nikashikilishana huyu na huyu. Huyu ni mgeni alikuja kivyake na huyu alikuja kivyake. Wakakuja wakajuliania hapa, wakaanza kudiscuss apostle. Don't fight them. Take them to God. Waambie Mungu. Jehoshaphat wakati aliambiwa kuna mataifa 3 makubwa na yako na nguvu kuliko, walienda kwa nyumba ya Mungu, wakapiga magoti, wakaomba Mungu. Then he commanded a fast. Watu wakafast. Taifa mzima ikafast. Kisha kutoka hapo alienda mbele ya Mungu, akaambia Mungu, si ni wewe ulituambia watu hawa tusiwaue? Si ni wewe? Letu watu giririe tutikoragia watu haya. Letue watu giririe ndio amura hata waku Abraham. Wewe si ndio ulituambia kwa sababu ya rafiki yako Abraham tusipigane na hawa watu? Si ni wewe ulituambia? Si ni wewe ulituambia you prosecute your case? Si ni wewe ulituma huyo mama na alikuwa mgonjwa hapa na alikuja amenyenyekea? Wakati hiyo nilikuwa namwambia simama, anasimama, kaa na kaa. Sasa ni yeye wameshikana na mtu wamepigane. Si ni wewe uliwatuma hapa? Si ni wewe uliniambia na ukaniweka maneno yako nizungumze wakapona? Si ni wewe? You prosecute your case there. Don't fight them. Just prosecute. Let God know what they are doing to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Let God know what they are planning against you. It is not my mission. Hii kazi si yangu kwa mfano. I am just but a caretaker of this ministry. This is not my work. This is not ati kusema ati this is where I'm supposed to be. No, it is God that has put me here to serve here at this time for a purpose that he wants me. So whenever you rise against me, I will not fight you. I will prosecute my case to him. Nimuulize, si wewe ndio uliniambia nifungue kanisa? Si wewe ndio uliniambia utaleta watu wazuri? Si wewe ndio uliniambia utaleta watu wa kusimama na kanisa na kazi yako? Si wewe ndio uliniambia hivi? Si wewe ndio ulituma huyo mama alikuwa mgonjwa, alikuwa maisha yake imekuwa baya, maisha yake ilikuwa imekwama, locked? Baba, wewe ulimtuma. Si wewe ndio ulimtuma akiwa mgonjwa, alikuwa naye kuja ameinama hivi, wakati uliniambia ni munene akainamuka hivi. Baba, yeye sasa ndio wameshikana wakiwa 3 wananipiga. Baba, si wewe ulinituma? Si wewe uliniambia nisiwaguse? Si wewe uliniambia nisiwaongeleze vibaya? Si wewe uliniambia nisifanye hivi? You prosecute
you report your enemies to God. You don't fight them. You report your enemies to God, and in a few days you will see them. You will see your God being active. You release the powers. You allow God to do his will. You allow God to do his things. He will do. Hakuna mtu atakushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu hata mmoja atakushinda if you learn to prosecute your case before the court of heaven. Go to the court of heaven. God is a good judge. He's a prosecutor. What did he do? When Jehoshaphat prosecuted his case, wale maadui walianza kupigana. Wa Moabu na walikuwa wengine wagani? Ni Waameleku. Walianza kupigana. Walipigana wakauana. Jehoshaphat aliambiwa asitengeneze jeshi, aliambiwa tengeneze nini? Praise and worship team. Why they worship? Oh Lord is on, hallelujah Lord. Kule wanatengeneza kikosi ya kuja kupigana na wewe, na Mungu anakuambia tengeneza kikosi ya kuniibia, maana already nishatumana, kikosi yangu imefika kule. Watu walipigana, wakapigana, Waganda na Watanzania na Warundi walipigana, mataifa tatu wakamalizana. Jamaa anaitwa Jehoshaphat aliambiwa peleka kikosi mkaokote magorodi na masiliva. Your work is only to go to their territory and pick what they have left behind. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the only work you are going to do. That is the only sweat you are going to sweat. But I can assure you, enemy yoyote mwenye alikuinukia, utaingia kwa territory yake kuokota zile vitu waliwacha. Utaingia, maana watakuwa wamepigana, watakuwa wameangamizana, watanyongana, watararuana, wataangushana, watapigana wao wenyewe. Wait and see. Prosecute your case. Amen. Just prosecute your case. They are going to fight. Utawaona watakuja kupiga magoti, watakuja kusema ni fulani alianza hiyo story, ni fulani alifanya, ni fulani alituambia. Hata utakuta mtu kube, huyu mtu mtaka na yeye hapa, kube ndio mwenye ile kikosi. Just prosecute your case. It is God who only sees in the secret. Dia anaonanga what is happening in your life. Dia anajua it is your auntie, yule auntie ati ularaki bila kumupigia simu. Tata daigwa dako misie koleto na mahida marito dako hoya tugai ogai abateithie akuguoreria nike ndirathierera through odirikane mahoyene tondu ni jui kaini yako iguaga githe ni tata ucio niwe uragothio niwe kuhinyete ni makoma thondekete channel ciao cia gutuma umere haria makinyetie wira. God is going to reveal to you these people. From today, prosecute your case. Surrender. Have 3 days. Nimewatuma tu mali popote. You have your case. You know what you are going through. Just from today. Tuanze kesho. Kesho ni Thursday, Friday, Saturday. Tukuje hapa Sunday. You will have a testimony. When I say, just go. Just go. Organize yourself. Whether you're going to fast, whether you're not going to fast, but go to God. Kila jioni piga magoti yako mahali unapigaga magoti, abia Mungu, prosecute kila kitu, prosecute everything. Tell God, prosecute. Enda kwa majaji mkubwa, ni yeye Mungu amekaa kwenye kiti chake cha enzi. Utamwambia mambo yako, usilalamike, wewe mwambie, huyu mama alikuja siku fulani, huyu baba alikuja siku fulani, huyu baba uliniambia nimuombe, huyu baba uliniambia nimfanyie, huyu baba ulimwambia hii ifanyike, hii ifanyike, hii ifanyike, na nilifanya. Si genuinely nilifanya hivyo. Mungu akiwa mbinguni, hiza jaji anaitishaga Hamani. Ni nani? Ni Hamani ama ni nani? Ni Mordekai. Ni Mordekai ama ni Hamani? Ni Mordekai. Na leta kitabu hiyo ya Kumbukumbu Torati, inaitishwa. Hamani anaambiwa fanya nini? Soma. Your enemies wataambiwa soma. Sasa soma. Mtu mwenye amefanya vizuri afanywe nini? Anasema. Na mwenye amefanya mabaya amfanywe nini? Amefanya. Sasa wewe uende kwa mabaya, na wewe uende kwa mazuri. May God bless you. Amen. Shika na mikono tuombe. Mshike tu mwenye yako karibu na wewe. Hivyo tu. Mshike mwenye yako karibu na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimekuja mbele zako kuleta waja hawa. Hawa ni watoto wako. Wamekuja kwa ajili ya kutafuta uso wako, maana walisikia hapa unapatikana. Mungu, najua kwa sababu unapatikana, wafunulie macho yao kama vile ulivyofunua macho ya Gehazi, akaona jeshi kubwa ambalo ulikuwa umeliandaa kwa ajili yao. Wafungue hawa waja wako macho yao, wakaone jeshi kubwa uliloliandaa kwa ajili ya kuwapigania, kwa ajili ya kuwashindania vita zote. Wameinukiwa na watu wa familia, wameinukiwa kwenye biashara zao, wameinukiwa kwenye huduma zao, wameinukiwa kwenye miili yao, wameinukiwa na kila aina ya vita. Hawawezi. Musa ulimuuliza mkononi, akakuuliza
nitakapokwenda nitawaambia ni nani amenituma. Lakini ulimuuliza tu ni nini ameshika mikononi, ukakwambia ni fimbo. Ukamwambia iweke chini, kageuka ikakuwa nyoka, ikameza yale manyoka zingine zote. Kisha ukaiambia inua tena, ikabadilika ikakuwa fimbo. Baba, ninajua una uwezo. Ukamwambia Musa, hawa maadui unawaona leo hautawaona tena. Ninajua hata kwa hawa watoto maadui waliowainukia, pia na mimi maadui waliotuinukia, walioamua kupigana na sisi, walioamua kutaka kufunga. Angalia, uliwatuma wakuje hapa, wakuje waombe, wakuje wabadilishwe maisha yao, wakuje biashara zao zifunguke, wakuje familia na ndoa zao zifunguke, wakuje Baba wakaweze kupata neno lako la kuwafungua. Walipofunguka, badala ya kukuabudu na kukufuata, waliungana pamoja wakafukua marafiki wa kupigana na kazi yako. Wameinukia nyumba hii, wameinukia mchungaji, wameinukia kazi ambao ulitumana katika nyumba hii. Wameinukia na wameapa ya kwamba wewe hautahubiriwa. Wamesema ni wako na nguvu kukuliko. Wamesema hawawezi kukusikiliza. Wamesema wao ndio wanajua. Wamesema wao ndio wana uwezo. Wanasema wao ndio wanaweka wahubiri na wanabomoa wahubiri. Wamesema wao wako na nguvu ya kufanya vyovyote vile wanazokufanya. Wamesema ya kwamba mtumishi wako bado hajaokoka, mtumishi wako hakujui. Wamesema kwa hawa watoto nyumba zao haziwezi kufaulu, kwenye ndoa zao wamesema haziwezi kufaulu, huduma zao za kuimba, huduma zao za kuabudu, huduma zao za kikazi, kazi zao haziwezi kuendelea. Wameinuka maanko na maanti na masista, wameinuka na mabrada kusema hawa watoto hawatafaulu. Mungu wangu, wana wa Israeli hawakulia. Wewe mwenyewe ndio ulikuja kutimiza ahadi ya miaka 400 ulioahidi rafiki yako Abrahamu. Hiki ni kizazi cha rafiki yako Abrahamu. Baba, ulikumbuka Abrahamu mahali popote alienda. Kuna siku alipatiana mke wake kwa ajili ya kuvamiwa na maadui. Kuna siku alivamiwa na jeshi kubwa, lakini ulimtetea. Kuna siku aliinukiwa na Lutu, lakini ulimtetea, maana alikuwa rafiki yako. Kizazi chake ulipigana nacho, ulikisaidia. Kizazi chako kilipigana na maadui wao na kikashinda. Daudi alipigana na maadui akashinda. Joshua alipigana na maadui akashinda. Watu wote ambao walikuamini, kizazi cha Abrahamu kilishinda. Natumai hawa watoto pia ni kizazi cha Abrahamu. Na ulisema hakuna mlango wa maadui utaweza kizazi cha Abrahamu. Ukasema wataongezeka. Ninaomba Baba, hawa watoto wako wakaongezeke kwenye biashara zao, wakaongezeke kwenye huduma zao, wakaongezeke kwenye mipango yao, wakaongezeke. Nao maadui, kwa sababu wewe ndio unawajua mahali wako, wewe ndio unawajua kule wamejificha, wewe ndio unajua mipango yao ya pili. Baba, na ukuuliza tu kwa uwezo wako, nguvu zako na kwenye hekima zako, wewe ndio unajua ni nini wanastahili kufanya. Mimi kazi yangu Baba ni kufungua kinywa changu kukusifu na kukuimbia nyimbo za sifa. Mungu, wewe ndio ulinituma kwenye madhabahu hii, na uliniambia niwe strong na niwe courageous, nisiogope wala kufadhaika, maana ulijua kuna watu maadui, watu magaidi. Unawajua na unawajua kwa majina yao. Licha ya kuwa walikuja na wakasaidika, wewe ndio unajua uwezo wao, wewe ndio unajua mamlaka yao, wewe ndio unajua kule wametoka. Hata hawa watoto wako wako hapa wameinukiwa na watu, wewe tu ndio unajua mahali wako. Baba, nakuomba tu kama vile fimbo ya Musa iliinuliwa ikagonga mawe kukakuwa na upasukaji, watoto wako wakapite. Ninakuomba Baba, kubalisha watoto hawa wako wapite, waende kwenye pande nyingine, ngambo nyingine, wapite, maana maadui wako nyuma yao. Maadui wanawafuata, wanataka kuangamiza. Baba, nakuomba tu wacha bahari na ipasuke, maana wewe ni mpasua bahari. Wacha na bahari ikapasuke, wacha na bahari ikapasuke, wacha na bahari ikapasuke, hawa watoto wapate kuvuka ngambo nyingine. Na watakapofuka, maadui watakapokaribia kuvuka na wao, maji yale yakawameze, maji yale yakawamalize, wasione tena. Maana ulimwahidi Musa, hawa maadui unawaona leo hautawaona tena. Wacha maadui ya watoto hawa wako wasionekane tena katika maisha yao, wasionekane tena kwenye biashara zao, wasionekane tena kwenye huduma zao. Wacha utukufu wako ukaweza kujidhihirisha. Wakitoka hapa, mahali wataenda wapate kumiliki, wapate kufaulu. Wana wa Israeli walitoka kwenye mikono ya Wamisri, wakaenda kupigana na Wahiti,
Waamori, Wagirigashi, mataifa 7 ambayo yalikuwa na nguvu. Joshua akashinda, maana uliwapeleka kwenye level nyingine. Ninakuomba watoto hawa wakaingia kwenye level nyingine ya kimiujiza, level ya Roho Mtakatifu, roho yenye nguvu, uwezo mkubwa. Uwapatie kwenye biashara yao wapate uwezo mkubwa, kwenye huduma hii ipate uwezo mkubwa, kwenye huduma zao zipate uwezo mkubwa. Waimbaji wakainuliwe, intercessors wakainuliwe, mapasta wakainuliwe, wachungaji wote wakapata neema ambayo ni ya kiajabu. Na mimi pia mtumishi wako ukanishike mkono. Unaelewa, mimi sikuenda shule ya masomo ya Biblia wala kufundishwa masomo ya kuhubiri. Wewe tu ndio unakunishika mkono. Endelea kunishika mkono mpaka nikafike mahali. Hawa maadui ambao wamenizingira ni wengi sana, sina uwezo. Wote na wakabidhi mikononi mwako. Wewe ndio mwenye hukumu, wewe ndio mwenye kufanya, wewe ndio mwenye kufaulisha. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Kila mtu ako huru. Mwambie mwenzako niko huru. Mwambie mwenzako niko huru. Mwambie mwenzako niko huru. Sijui kama unaimjua hiyo wimbo niko huru. You know that song? Niko huru. Yes. Salimia mwenzako, mwambie niko huru. Msalimie vizuri. Anafunguliwa ndio anafunguliwa. Mwambie niko huru sasa, niko huru. Maadui wameshindwa. Nimewapatiana kwenye mahakama ya kibinguni. Nimewapatiana kwenye mahakama ya kibinguni. Waweze kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. God, Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Uweze kupata uponyaji wako. Punguza volume kidogo. Funga hiyo mlango. Msalabani nimepata kutoka katika